yetu ya rohoni ili tukapate kukusikia unaponena. Asante kwa ajili ya neno lako linapokuja kwetu, mfalme wa ajabu, tukalisikie neno lako. Asante Bwana wa majeshi. Jehova, tunakualika tena ukanene nasi kupitia mwalimu ambao umeandaa asubuhi ya leo. Pokea sifa na shukurani, kwa maana wewe ni Bwana. Uinuliwe Jehova na utukuzwe. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Pigia Yesu makofi tunapoenda kuketi, ili tukaweza kusikiza ama kukula kutoka kwa Mungu wetu. Basi anaposema na wewe, ni mchungaji Rose Koki, anahudumu hapa chini ya Apostle Waruinge. Bila kuharibu wakati, nataka nimlete Minister Violet ili akaweze kuzungumza nasi. Pigia Yesu makofi minister anapoingia, ili akaseme nasi, na Roho wa Bwana atatusaidia kuelewa zaidi. Amen. Asante sana Pastor Koki. Praise God. Wacha tuamini, tuombe neno. Baba, tunasema ni asante kwa asubuhi ya leo. Tunasema ni asante hata kwa watoto wako hawa, Mungu wangu. Wacha ukanitumie tu kama chombo, wacha mimi nikapungue na wako ongezeke ndani mwangu. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Today we want to talk about obedience. To be obedient, to obey our elders, our people who are near above us, our masters. As if you are a slave, we must be obedient to those our masters. So from today, you want us to look about the book of Ephesians chapter 6, verse 1. Ephesians 6 chapter 1 says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise." Tunapojua, the first need with the promise in the Bible is we should obey our father. We should honor our father and mothers the way we obey others, so that it may be right with us in the Lord. The next verse, chapter 3 says, "That it may be well with you and that you may live long on the earth." If you obey your fathers and mothers, you also get an opportunity to live long in the world. You will not have to live long like nowadays people live long. You get a young person die at an early age. So if you obey your mother and father, you may have an opportunity to live long in the world, and it may be well with you in the Lord. Chapter 5 says, "Slaves, be obedient to those who are your earthly masters with fear and trembling." If you are employed somewhere, you should have that fear to obey your masters. You should always be obedient wherever you do your work, so that also the Lord may reward you. You should not do things to please them, so that when you see him coming from there, it's when you are working, you are busy working, but in your heart you are not working. So you must do it coming from your heart and also pleasing God. For as you know, the reward comes from God, not from your master. So he will pay you at the end of the day, but the reward will come from the God. The Lord is the one who will reward you and will give you an opportunity to get another degree, another level. He will lift you to another level, not that one that you are in. Then verse 6, "Not in the way of eye service as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God." As I have said, you should not do it pleasing him to show that he is seeing you, or as pleasing him. You should be obedient, do it with all your heart, with wholeheartedly from your heart. You should not pretend that when you see him, you know that he always comes at this time. So it's when that time you come busy, you be busy, pretending that you are working, but yet you are not working. So we must be obedient. We must not do in the way of eye service as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart.
We should do the work as the servants of Christ, doing the will of God. So as you are working, you should know that you are doing the will of God, but you are not doing to please anyone or your friend, or doing work to please those people that are near you. So you must be obedient wherever you are or wherever you go. Even in church, we have leaders. If a leader talks to you, you should be obedient and obey him and obey what he or she told you. Even if he is wrong, you should just obey. The reward will come from heaven, and the Lord is the one who will reward you. So we must be obedient in whatever thing that we do. So, verse 7 says, tendering service with a good will as to the Lord and not to men. We should do it, tendering with a good will to the Lord, not from men. You may be pleasing your friend or your fellow person that is next to you, but at the end of the day, my friend, you will be doing nothing. You must do something pleasing God and pleasing the one who brought you in this world. So we must be always obedient in whatever we do in the will of God, but not to men. Verse 8, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same again from the Lord, whether he is a slave or free. Whether you are a slave or you are master, you must obey God. Doing it in the will of God. You should not pretend wherever you are. So from today we must learn to be obedient wherever we go, even if it should be vice versa. Even if you are a master and the other one is your slave, you must obey him or her. You should not see that this one, I have employed her, there is no need to obey her. You should obey him. Even if he is the smallest person amongst you, you should obey her. The reward will come from the Lord. Then verse 9, masters do the same to them and forbear threatening, knowing that he who is both their master and yours in heaven, and that there is no partiality with him. Even masters, we have to obey. The way I've said, you must obey your slaves. For the one who is rewarding you, he will reward both the master and both the slave. And may God bless you for that word of today. Thank you. Asante, pigia Yesu makofi. Nashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Nataka niwakaribishe wageni wetu hapa Crusaders for Christ. Ni nyumba ya upendo na nyumba ya maombi. Umekaribishwa sana. Kwa hivyo kama kuna mgeni ambaye ametutembelea siku ya leo, sandi yako ya kwanza simama juu, ili aliye karibu nawe mshirika aweze kukukaribisha. Tusimame juu. Pigia wageni makofi wanaposimama. Alafu wewe uliye karibu na yeye, kumbatia yeye kama ni ndugu, kama ni dada, umkaribishe kwenye ibada ya siku ya leo. Kwa hivyo umekaribishwa sana. Kipindi kitakuja cha kusalamiana, utapata nafasi. Kwa hivyo napenda nipeane matangazo hapa. Tunao matangazo ya wanaume watakutana Saturday ya kwanza. Wiki ya kwanza Saturday. Wanaume watakutana kuanzia hiyo masaa imetangazwa hapo saa 7. Na wiki hii tunaenda Saturday itakuwa ni ya wamama. Wandada wote mumekaribishwa kwa ibada hapa, na ualike wale wandada wengine tuungane pamoja kuanzia saa 7 hadi saa 10. Kwa hivyo umekaribishwa, alika huyo mama mwingine. Kutakuwa ni siku ya kupana sana na tutaenda kubarikiwa, na nyote mnakaribishwa bila kuchelewa. Kwa hivyo wiki ya 3 tutakuwa na wana youth. Wanarika watakuwa kuanzia saa 5. Kwa hivyo wanarika, wiki ya 3 ya kila mwezi ni siku yenu ya kupatana. Mkinialika nitakuja. Alika huyo kijana mwingine. Wewe uliye mzazi pamoja nami, tuma mwanarika wako hapa, mtoto wako hakuje abarikiwe pamoja na wale vijana wengine. Kwa hivyo wiki ya 4 itakuwa ni ya viongozi. Viongozi wote hapa
kuanzia saa 7 hadi saa 10 mumekaribishwa. Kwa hivyo tutunze masaa na tuokoe wakati. Kwa hivyo utaratibu ama taratibu za ibada zetu za kila wiki, Jumapili huwa tunaanza saa 12 hadi saa 2 ni maombi yako individual, na kuanzia hapo tunaendelea hadi saa 7. Umekaribishwa ufike mapema ambudu pamoja na sisi. Kwa hivyo kuanzia Jumatatu hadi Friday tuna lunch hours na tuna morning services, ambapo asubuhi umekaribishwa kuwa pamoja nasi. Unapoingia hapa mjini, watu wengine huwa tunafika mapema tukingojea kwenda kazi. Ingia hapa uombe pamoja nasi asubuhi, na pia tuko na ibada za mchana kuwa pamoja nasi, na kila jioni tuko na ibada ya jioni kuanzia saa 10 hadi saa 1. Hapo saa 2 umekaribishwa sana, ulete huyo mgeni ambaye mnafanya kazi na yeye. Kwa hivyo tuko na mikesha kila wiki ya pili, kesha ya watu wote. Wiki ya pili na wiki ya 4 tuko na mikesha kuanzia saa 2 hadi saa 11 asubuhi, na wote tumekaribishwa, alika rafiki. Kwa hivyo kila wiki ya 3 Wednesday ya wiki ya 3 tunakutana hapa kama viongozi kwa mkesha. Kwa hivyo umekaribishwa. Na ya mwisho ni nini? Tuna classes ambazo ziko Friday kuanzia saa 11. Wednesday tuna deliverance kuanzia saa 5. Kwa hivyo umekaribishwa kila Wednesday ukuja uambudu pamoja na sisi, usikae nyumbani na Mungu atakubariki. Kwa hivyo wale ambao wanaokoka na wale ambao waliokoka, kuna classes ambazo zitaanza saa 11 hadi saa 12, na wote umekaribishwa. Mungu awabariki sana. Ungana pamoja nasi. Kama vile nimesema, hapa ni Crusaders for Christ. Umekaribishwa sana kuja ungana pamoja nasi napongojea praise and worship, ili waweze kutupeleka tuingie kwa maombi na tuingie kwa ibada kuu. Kwa hivyo praise and worship, karibu sana. Yule ambaye anapaswa kuwa kwa stage, kuja stage ili tuendelee. Wakati wetu umeyoyoma sana. Na kila jioni Jumapili tuko na deliverance classes. Kila mtu huwa na kalamu yake na kitabu, tunafunzwa na tunaandika ili ukue mwalimu wa huyo mwingine siku ya kesho. Karibu sana ndani ukaweze kutupeleka kwa hicho kipindi kingine, na Mungu awabariki sana. Nitarejea baadaye. Asante. Amen. Pigia Pastor Koki makofi mazuri. Amen. Kwa heshima tu tusimame kwa miguu yetu kila mmoja. Amen. Salamia jirani yako tu, manake hatujakutana wiki mzima. Salamia tu. Tembelea watu 2 watatu, wasalamie tu kwa jina la Yesu. Tembelea watu 2 watatu, wasalamie katika jina la Yesu. Hakikisha umemove unless uko na irizi ndio hutaki kutoka penye huko. Tembea tu katika jina la Yesu. Salamia tu mtu, mwambie anaendeleaje. It's good to know how your neighbor is doing. Amen. It's good to know vile jirani yako anaendelea. Tembea tu around katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, asante. Tembelea tu. Waimbaji ya msalamiani na mkulala pamoja, salamianeni kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Ambia tu Mungu jambo tunapoenda kumsifu katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako juu. Mwambie tu Bwana something. Ambia God, today I want to see you. I want you to visit me. Mwambie tu Bwana unastahili Yesu. Inua tu mikono. Thank you, Jesus.
Unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana unastahili, unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana unastahili. Hakuna kama wewe mchana wa leo. Unastahili Bwana, unastahili, unastahili Jehova, unastahili kuabudiwa. Inua sauti yako, sema unastahili, unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Inua sauti yako, sema oh Jehova, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, oh unastahili. Inua mikono yako, mwambie unastahili Bwana, unastahili. Sema wastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili Inua mikono yako, mwambie Baba, hakuna kama wewe Jehova. Unastahili Bwana, unastahili, unastahili, katemo shalala Yesu, unastahili Bwana, unastahili, unastahili unastahili Baba, hakuna kama wewe Jehova. Unastahili Bwana, unastahili, unastahili, unastahili Jehova, unastahili, unastahili Bwana,
mikono, sema Bwana unastahili. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Jehova, unastahili. Haleluya, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu. Inua mikono, mwambie aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Imba hakuna Mungu mwingine. Mwambie kwa sauti yako, hakuna Mungu aliye kama wewe. Sina baba wala mama aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna. Inua mikono yako, mwambie Baba aliye kama, hakuna Mungu mwingine Baba yo, ima hakuna mwambie Baba Serebo sekatalabo salala ribalabo sere andere ima hakuna aliye kama oh Baba aliye ima hakuna kama wewe Yesu, hakuna Mungu mwingine aliye ima hakuna kama wewe Jehova, hakuna Mungu mwingine aliye kama. Inua mikono yako, mwambie Baba hakuna kama wewe. Serebo sahada ledebo sikatalala sahada retekebo salala woderebo siriandere. Mwambie kwa sauti hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama. Hakuna Hakuna Mungu mwingine aliye kama. Inua tu mikono yako, mwambie Jehova hakuna kama wewe. Watu moyo wako, mwambie Jehova hakuna kama wewe. Inua tu mikono, mwambie Baba hakuna kama wewe. Serereboshi akalala yenderereboshi alalaba rikaterereboshi alalabuza nereboshi keterebosha kirireboshi alalaboshe lakatereboshi kandererebosa lirira bababaza. Open your mouth, ambia tu Baba hakuna kama wewe. Ziririra bakanterereza lentiriri gadabosha lerereboshi katalala ritebeko sentererebosa ziririri gandalalabosa. Mwambie Baba hakuna kama wewe. Wanadamu wote ni waongo, lakini Jehova unabaki kuwa Mungu.
Yakaterebosia, Leteketerebosahada, Rita Manderebosa, Lateketerebosia, Letebenebosiaka, Ziterebosa, Larabosa, Leterebosia. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jehovah. There is no God like you. There is no God like you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, King of Kings. We worship you, Ebenezer. We worship you, Lord of Lords. You are glory. You are glory. You are glory. Yeketerebosa, lenterebosa, leketerebosika, lididibasa, leterebosa, lididibasa, laterebosikata. What a mighty God! What a mighty God! What a mighty God! What a mighty God! Somebody worship your God! Worship your God! Worship your God! Worship your God! Linidamasekete yanderebosa yenterebosi limananabosa kidarabosha la la la. You better pray, you better pray. You are the I am that I am. You are the Lord who was and is. We bless you. Oh, we bless you. We bless you. We bless you, Lord. We bless you, Jesus. We bless you, Lord. You better lift up your hands and worship the Lord. You better tell him sweet words. You better tell him you are God. Oh, kanabo shirirana. Lebado shirirana nabo shirira. Shiriria kanabo shirira handiriria. Lorobo shikandere bahandisa. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored. There is no God like you, Jehovah. You deserve the glory. You are worthy. You are the lily of the valley. You are the rose of Shalom. The I am that I am. Sikatebo shada. Libananabosa. Lemakaranabosa. Oh, we bless you. We bless you. We bless you. Oh, Jesus.
Push it in prayer. Oh my God. Just push it in prayer. Heavens are opening up for you. Heavens are opening up for you. Take your time. Just worship God. Tell him whatever you want. Tell him whatever you want. He's your God. Oh, just call upon him. He's your God. He is your God. He is your God. Just worship him. Just worship him. Just worship him. Just worship him with all your heart. Hey, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We bless you, Lord. We worship you, Jesus.
worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Jina la Yesu. Inua mikono yako mwambie tu Bwana. Oh, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine nitamkapo jina hilo ngome nyingine. Jina la Yesu niko. Inua mikono mwambie jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo hilo jina, hilo jina, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine nitamkapo jina hilo ngome hilo jina. Inua mikono yako mwambie niko ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine nitamkapo jina hilo ngome nyingine hilo jina. Sema kwa sauti yako ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine nitamkapo jina hilo ngome. Inua mikono sema jina hilo jina. Oh my God and my Father, I worship you, Lord. Hallelujah. Nitamkapo jina hilo ngome nyingine nitamkapo jina hilo ngome nyingine. Jina la Yesu linafanya maajabu, linatenda muujiza, hakuna jina jingine.
nitamkapo jina hilo, ngome nyingine si. Oh, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine si. Inua mikono, jina la Yesu, mwambie ndi ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Oh, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome hilo jina, jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nitamkapo, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine 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 nitamkapo, nitamkapo hilo jina, jina lina nguvu we, nitamkapo jina hilo, ngome hilo jina linaponya, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana ni asante. Mwambie tu Jehova unastahili. Kareboshi hana. Mwambie tu Bwana wewe ni mwaminifu. Mwambie tu Bwana unastahili. Oh. Leberebosha hadeza. Jina la Yesu lina nguvu tena. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza. Inua mikono, sema anaweza, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Imba kwa sauti, mwambie anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza. Oh, anaweza Yesu, oh Bwana anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza, ainua Yesu, ainua Bwana, kutoka mavumbini, anainua, anainua watu wote, anainua Yesu, ainua Bwana, ainua, ainua oh, ainua Yesu, ainua, anainua Yesu, usikate tamaa.
Usikate tamaa. Ainua, oh ainua Bwana Yesu. Oh anaponya Yesu. Anaponya magonjwa yote. Anaponya. Mwaminifu Yesu, mwaminifu, si mwanadamu. Ni mwaminifu Yesu, ni mwaminifu Yesu, ni mwaminifu Yesu, Inua tu mikono yako, shukuru Mungu kwa dakika moja tu. Tell him you're faithful God. You have 1,000 reasons to thank him. You have 1,000,000 reasons to thank him. Do it with all your heart. Do it with all your heart. Some of us, we have failed in so many areas, but he's still faithful. He is still faithful. We have fallen short of his glory, but he is still faithful. We could not stand before people because of our weaknesses, but he is still faithful. We say thank you. We say thank you. We say thank you, Lord. Just open your mouth and speak to him. We say thank you, Jesus. We say thank you, Lord. We say thank you, Lord. We say thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Yahweh. Just open your heart and tell him something. He's God. He's listening to you. He's your Father. Open your spirit. Open your mouth. He is your Father. He is your God. Oh, we celebrate you, King of Kings. Oh, how we love you, Jesus. there is nothing sweet than worshiping your God. You are so good. Oh, Great is thy faithfulness. You are seated in heaven. You are an incredible God. You have made the earth your footstool. We bless your name. We bless your name, Jesus. We bless your name, Lord. We bless your name, Yahweh. How great thou art. We stand in awe of you, Jesus. We lay our crowns and worship you at the beauty of your holiness. We hail you, Jesus. We hail you, Ebenezer. We hail you, Daddy. We hail you, King of Kings. We hail you, Lamb of God. Yes, Lord. You are lifted. You are lifted. You are lifted. You are lifted. worship God. Worship God. He deserves your worship. My God, I serve you. Oh God, we bless your name, we honor you, we acknowledge your presence. We hallelujah. You are glory, Lord. You are glory. You are glory. You are glory, Jesus. You are glory, Lord. You are glory. You are glory.
is all we need. Your glory is all we need. Your glory is all I need. Shandeboshi. Your glory. Your glory, Lord. As you're worshiping God, somebody's getting healed. As you're worshiping God, your doors are opening up. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Inua tu mikono yako kila mtu katika jina la Yesu. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Inua mikono, sema mataifa yote yanakufahamu. Inua sauti, sema kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mwambie tena, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mwambie wewe ni Mungu usiyeshindwa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We bless you, Lord. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Baba, tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asante. Jina lako liko juu ya majina yote, Mfalme. Asante maana we ni Mungu na hauwezi badilika. Do what no man can do in this service. We commit your servant in your presence, that God, you will use him in a mighty way.
We pray that the hand of healing be upon him, that miracle signs and wonders will accompany him. Be glorified for your spirit. Be glorified for your spirit. Take control, take preeminence. In the mighty name of Jesus we believe and pray. Hallelujah. Piga makofi vizuri tafadhali. Hallelujah. How many people are happy to be in the house of God? Amen. Turn to your neighbor na umpatie high five kwa jina la Yesu. Turn to 3-4 people na uwapatie high five. Tembele watu wawili watatu in the name of Jesus na uambie it is time to praise the Lord. Zunguka kwa watu wawili watatu. Unaweza salamia landlord akakusamea kulipa rent mwezi. So tembea tu katika jina la Yesu, usalamie mtu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Inua tu mikono yako juu basi. When it's time to celebrate, you forget about the problems you carry. You forget about somebody who slapped you at night. You forget about what you are carrying. Hallelujah. Am I talking to somebody? Inua mikono vizuri basi, ama tuombe irudi kwa tumbo. Inua tu mikono. I want us to make a joyful noise unto the Lord. Amen. Hallelujah. I love celebrating God. I love dancing to the Lord because I know where he has picked me. Praise the name of the Lord. Mimi najua penye alinitoa. Wewe unaweza ona makosa ya saa hii, lakini alinitoa kwa makosa ya mbali. Hallelujah. Inua tu mikono katika jina la Yesu. I just want us to pige kelele tu kwa dakika moja. Madhabahu zote zimeinuliwa zivunjike. Amen. Kama kuna mtu alikuroga, tunakurogoa. Hallelujah. Inua tu mikono juu kila mtu katika jina la Yesu. Hallelujah. Sometimes kuna vitu unaweza fanya mkareconcile na mtu. Kupiga tu kelele inaweza fanya ukareconcile na mtu. Haya, inua mikono juu. Inua tu mikono juu. Peperusha katika jina la Yesu. Peperusha. Peperusha tu mikono na utengeneze lips na utengeneze sauti. I want to hear a celebration. Kama unaweza ruka ruka. Peperusha juu kila mtu basi. Peperusha juu kila mtu katika jina la Yesu. Peperusha juu. Nitahesabu 1, 2 nisikie shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Haya 1, haya 2, haya 3. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Ngoja kwanza. Hapo mmenienjoy. Kwa sababu hauna shida ya mguu na uruki. Bado uko less than 35 na hauruki. Inua mikono juu kila mtu. Kila mtu mpaka uko nyuma, mikono juu. Kwa kazi ya Mungu hakuna urembo, hakuna makeup, hakuna manicure na pedicure, ni kufanyia Mungu tu. Inua mikono, peperusha. Mungu afungue anga yako. Mungu akufungulie milango ya kimataifa unapopeperusha mikono. Mikono tu. Inua tu mikono katika jina la Yesu. Mikono juu kila mtu. Ai. Inua mikono, wewe usijali, inua mikono. Hata Yesu hakukuwa na microphone na kazi ilipiga. Hallelujah. Hallelujah. Ninataka kuhesabu 1, 2, 3. Nisikie shangwe. Haya 1, haya 2, haya 3. Hallelujah. Amen. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Oh, Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe.
Haleluya. Wapi makofi ya juu, makofi. Hey Yahweh, usifiwe. 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 Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Oh, hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Wapi makofi ya juu? Piga makofi ya juu. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Oh, hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Mungu wa Elia, Mungu wa Jakobo, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Ninakuinua, ninakupenda, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, haya mikono juu. Inua Yesu, 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 inua. Haya, bariki mwenzako, bariki mwenzako, bariki. Timba tulumbe lusebana befe. Tafuta mwenzako, mupatie mkono. Zame wa moyo, zame wa timba tulumbe lusebana befe. Patia mwenzako mkono, twende. Zame timba tulumbe lusebana befe. Mupatie mkono na maringo. Timba tulumbe lusebana befe.
Timalelo bulose mwana zambe. Timalelo timatulumbe luse bana befe. Timalelo timatulumbe luse bana befe. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Aya, zunguka pole pole tu. Zunguka tu. Zunguka, zunguka, zunguka. Muziki wa Yesu. Zunguka. Zunguka kwa Yesu. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Aya, mikono juu, mikono juu. Tumuinue. 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 Yesu ni mikono juu vizuri. Inua mikono vizuri, vizuri, vizuri. Tumuinue. 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 Inua, 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 inua. Yes. Hallelujah, mikono juu. Tumuinue. Oh, tumuinue. Inua, 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 inua. So we must praise him. Kaiwa kwa, kaiwa kwae. Oh, kaiwa kwa, kaiwa kwae. Oh, kaiwa kwa, kaiwa kwae. Wapi wa Kikuyu twende? Kaiwa kwa, kaiwa kwae. Haya, wa Kikuyu twende, turuke, twende. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dewa manya. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, kaiwa kwa, kaiwa kwae. Oh, kaiwa kwa. Oh, kaiwa kwa, kaiwa kwae. Kaiwa kwa. Oh, hallelujah, hallelujah. Hey. Oh, hallelujah, hallelujah. Hey. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata. Oh, ninakwatia ngai
wakwa ndinakwatie tata Oh ndinakwatie ngai wakwa ndinakwatie tata Oh ndinakwatie ngai wakwa ndinakwatie tata Oh ndinakwatie ngai wakwa ndinakwatie tata Oh ninakwatie ngai wakwa ndinakwatie tata Oh ninakwatie ngai wakwa ndinakwatie tata Oh tata 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 Oh tata tata Wapi shangwe na vigelegele Wapi waluya makofi Itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Oh itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Waluya Yesu itayanje Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Oh itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Oh mulina wanje Yesu mulina wanje Mulina wanje Yesu mulina wanje Mulina wanje Yesu mulina wanje Yesu mwana wa Nyasaye Haya makofi ya juu Wikulube mbanga haleluya Wikulube mbanga haleluya Wikulube mbanga Oh wikulube mbanga haleluya Wikulube mbanga haleluya Wikulube mbanga Oh wikulube mbanga haleluya Oh hallelujah 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 Oh hallelujah hallelujah Inua mikono hallelujah hallelujah Oh hallelujah hallelujah Aya cheza mabega twende hapo tu katikia Yesu hey. Wapi makofi shangwe na vigelegele Inua Yesu inua 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 Yesu inua Inua Yesu inua Inua Yesu inua Inua Yesu inua Haya nyosha mikono yako hivi Haya twende Fanya na maringo twende twende tu.
Nyanyosha mikono. Geuka, 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 geuka. Aha. Haya, songa mbele, twende tu. Wapi shangwe na vigelegele? So we must praise him. Mpe Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. Lift your hands above your head. Hallelujah. Blessed be the name. Umeahidi ewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana, uniachi. Umeahidi ewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Wewe ni Mungu kweli, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana, uniachi. Umeahidi ewe Bwana uniachi, hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Wewe ni Mungu kweli, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Oh, umeahidi ewe Bwana uniachi. Yesu hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Wewe ni Mungu kweli, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Nipitiapo maji mengi au moto, uniachi. Oh, unalijua jina langu ewe Bwana, uniachi. Oh, wewe huwainua na wanyonge siku zote. Oh God, mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana, uniachi. Wewe umeahidi, yes Lord, uniachi hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Oh, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani. One more time, lift your voice and say, umeahidi ewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Oh, wewe ni Mungu pekee, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bwana, si ni wewe uliahidi utuache hata tutakapopitia kwenye mioto. Uliahidi utuachi Bwana. Uliahidi utuachi Yesu. Uliahidi utuachi Bwana. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Thank you, Jesus. Oh God. Lift your hands above your head. Hallelujah. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu waone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, CFC tukuone, tulibariki jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, sema watu waone, watu walisifu Baba wa mbinguni, we Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, nyosha watu waone, watu waone, walisifu jina lako, sifu. Inua mikono, sema Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, nyosha mkono. Aya, CFC tukuone, watu walisifu kanisa. Nisaidie kusema Baba wa mbinguni, Baba. Let me sing with the church. This is a prayer we are making. Nyosha mkono wako, nyosha. Oh Baba, watu waone, watu walisifu jina lako. Oh, haya ni maombi yetu. Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, nyosha mkono, watu waone, watu waone, walisifu. One more time. This is a declaration. Say, Baba wa mbinguni, Baba
nyosha mkono wako. Watu waone, watu waone, walisifu jina lake. Thank you. Inua mikono yako tunapoombea watoto hawa. Na kushukuru Baba kwa upendo wako mkubwa. Hata kizazi hiki ambacho umekileta katika nyumba yako kwa ajili ya utukufu wako na neema na baraka zako. Ninainua mkono wangu kuwabariki, maana hii ndio future. This is what we call your church. God, may you bless them. May you make them dwell in your house as they perceive and walk according to your own plans. When Jesus was taken to the synagogue, he was only 12 years. And you taught him every lesson that pertained a boy and a daughter. God, may you bless them. As they go for their classes, lift them their souls. In Jesus' name, we pray. Habari zenu watoto? Habari zenu? Fungua jia hapo. Naona hiyo jia? Edeni hivyo, mukienda hivyo. Edeni kule kilasi. Edeni kilasi. Watoto wote waende kilasi. Na hata wale wamebeba kwa migongo wapelekwe kwa kilasi. Bwana asifiwe. I want to thank you. Simameni, sijasema mkae. Hii ndio maana ulikuwa unachapa kwa kilasi, kwa sababu ya kutotii. Ninulie tu mkono wako nisalimie. Salimia mwenzako kwa niaba yangu, mwambie karibu, msalimie tu, mpatie 10 high 10. High 10, mpatie high 10. High 10 kama 3. Tafuta watu watatu wa high 10 zikuwe 30. Yes, shangilia Yesu kwa makofi. Thank you. Thank you. Thank you. You may be seated in the presence of the Lord. Mungu awabariki hata kwa kukubali kukuja. Asante sana. May God bless you in abundance. I just been reminded, because although I was thinking about it since last week on what to do, but I didn't know how to do it. Though I also don't know how I'm going to do it, but I know something is going to be done by the people concerned. But before I do this, I want to invite, last week but one, nilionelea ni vizuri kanisa likuwe na mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we've been running a church as if it is a kangaroo court. Sema kangaroo court. Kama vile nilikuwa naendesha mugike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na imekuwa ngumu sana kwangu, kwa sababu nimekuwa na radicals, hardicals, na watu ambao hawataki kusikia, wengine wanataka kusikia, wengine wananipenda, wengine hawanipendi. Yeah, so imekuwa is like not a church but a marketplace where no peace has been witnessed. So many people have been injured kwa hii kanisa. Wengine walikuja wakiwa na hope, wakatoka hapa bila hope, wakaenda wakiwa worse than they came here. And all this is because we didn't have the structure. We didn't have, when you are told to start something, unaanza tu, ujui unaenda ukiedaga. Ndio nimekumbuka 2019, ilikuwa 2019 tarehe 6 mwezi wa 10. 2019 tarehe 6 mwezi wa 10, nikiwa mlima wa Ngong, ndio nilisikia sauti ya kufungua huduma hii. Bwana asifiwe sana. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10, ilikuwa ni tarehe 6 2019, miaka 4 exactly ambayo imepita, ndio nilisikia sauti. Lakini miaka 2 ya hiyo, baada ya kusikia sauti, niliingia kwenye mng'ang'ano wa kukataa.
mpaka Mungu kanifinya tubatoni tuote tukaisha, hewa ikaisha, ndio nikaamua kuendelea na kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo I didn't have an experience there before because I've never been in a church kwenye hiyo mipangilio ya kanisa. I've never had to know the structures of the church. I've never had a position to be assistant pastor ama kuwa mtu wa kufagia. Sikupata hiyo, nilinyimwa hiyo nafasi kwa sababu walionisaidia kuokoka waliniendelea kuniweka kwenye ile ngazi ya juu. Kule nilitoka kwa Mungiki, walikuja wakaniweka kule kwenye level ingine. Hawakunikubalisha nipite kwenye processes zote ndio nielewe mipango mizuri. Lakini Mungu naye ni nani? He's a very good teacher. But I wish ningepata watu nikae chini yao wanilee kuliko kupelekwa na Mungu. Because God is merciless. And when he decides he's going to squeeze you, he squeezes you without mercy. He pushes you to the corner until you surrender. When you start unaenda kufanya vitu zako na vituko zako, unaambiwa toka hapa enda mpaka Moro ukafanya mkutano. You don't know how to do it, but you go there. Anakuambia nishapanga. You go there with imaginations. Only kufika huko nakuta things are working. But before you get there, things are so difficult in your life. This life has been so difficult. It has been 4 years of difficulty. Nimestruggle, nimeng'ang'ana, nimekaa na watu 10 ambao walinisumbua, walikuwa 15. Walinisumbua because I didn't know I was vulnerable. I relied on them to help me. But wao wenyewe walikuwa na shida zao mbaya kuliko zangu. Walinikaranga, wakanikalia. Mpaka nakumbuka kuna siku niliteremka na gari nikafika roundabout ya Nyayo Stadium Sunday morning, nikageuza gari nikapanda. Nikaenda mpaka Bomas, nikageuza gari tena nikateremka. Nikafika Nyayo, tena nikageuza gari nikapanda. Because I was struggling to close the church and to go to church. So I wasted 2 good hours ya kutoka Nyayo mpaka kule. Kumbe kuna malaika wa shetani ananifikisha Nyayo, ananiambia rudi, uradhi ku. Naye malaika wa Mungu ananiambia enda kanisa ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are in such a situation, nataka nikwambie it is a very difficult thing. And then when you are put under ruthless people. Because that time nilikuwa na such ruthless people. Watu dangerous. Kutoka Amazing Grace, kanisa iko kwa Kariobagi, kupanda hivyo mpaka Kikuyu, uko Kekabura, uende mpaka sijui Gong, all over. I had ruthless. Kikuyu, nilikusanya mapasta, wanitengenezea mkutano wa mapasta nione, yani I just was grappling to understand what am I supposed to do. Pastor huko namtumia pesa aende atengenezea pastor wengine breakfast, akaenda akapika chai ya inakaa unajua uko ni kwa red soil. Inakaa red soil. Alafu akaweka kwa mitungi ya maji, na unajua uko kwa red soil mtungi wa maji wa yellow inataningi red. Chai sasa ni expect chai inaletwa na mabirika, ililetwa na mitungi ile ya maji. Mitungi 3. Bwana Yesu asifiwe sana. At the same time wakachamusha mayai na maji ya hiyo ya kuchota kwa mtaro. Sasa mayai yenyewe ilikuwa ni kama mchanga ya huko. Bwana Yesu asifiwe sana. And these people were bishops, were apostles and pastors. Nikatoka hapo nikaenda huko kwingine kunaitwa Amazing Grace na hapa chini. Naye nikapata sarakasi za huko nazo nyingine mbaya. I was just trying to figure out what is this that God wanted me, because I didn't know. Mimi niliambiwa ingia kwa kanisa anza kuhubiri, lakini I didn't know how. I refused. Nimepushiwa ng'ang'a. Bishop wangu alikuwa amenipush na kataa, na nipush na kataa, na nipush na kataa. Akanipatia vyombo vya kuhubiri nikavipatia na kwa bar. Hata saa hii nilikunywa zilikuwa za 1.8 million. So nilikunywa, I think nilifikisha 700,000. Kuna deni yangu kwa hiyo bar bado. Nitawatuma mwende mkaniitishie. Because niliambia mwenyewe usinipatie pesa, nitakuwa nikikunywa pole pole. Ng'ang'a akiniuliza kanisa no ahigorire nejaga muno, ithiete na mbere wega muno. Tuko sawa. Akajua, akarudi akanipatia zingine, nikapatia mama mwingine. Huyo mama bado ako na kanisa hapa Kayole. One of our branches ziko huko.
and she's doing well. Bwana Yesu asifiwe sana. So it has been a situation ambayo ni so difficult kwangu. Nimegonjeka, nimehuzunika, nimeacha kanisa, nimeanguka. Tukihubiri tu nimeanguka, nimerudi, nimeokoka, nikaanguka, nikarudi, nikiokoka. Tukihubiri tu, yani unaona mtu anakuhubiria unafikiria mko na yeye mkienda biguni. Yeye yako kwa shetani lakini anakuambia todi kwa matuine. Bwana Yesu asifiwe sana. I was not myself. I was completely out of it. And with all the people that I worked with in the beginning, akina Karo ndio alinipikia chai akaweka kwa mtungi. Na mapasta hao. Yeye ni kuitwa, aliitwa na pasta atikuja utusaidie kupika. Sasa una can imagine, unaambia shamusha maji ndio hiyo. Drum mzima ya sufuria ile kubwa ya nini ya chai wamechota maji, ni wanaume walienda kuchota maji, si wa mama. Alafu maziwa ni paketi mbili waliweka ya hiyo nini yote just to change the color. Hallelujah, just to change the color. Alafu wakakosa birika, wakasema lehe imetogi, ikawekwa ndani ya togi. Sasa hapo ndio tulikutana na Karo. Walikuwa wanamuita akuja asaidie kusafu. Na kutoka hiyo Karo akakuwa member wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mwingine ni huyu Nancy. Kama kuna mama anaweza kukusumbua dunia hii ni huyu. Huyu mama ametusumbua. Huyu mama alifanya ni backslide mara ngapi? Mara mbili. Kwa sababu she is an institution herself. Na she will manage you and make you sit down. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ni Alice, ako wapi Alice? Ndio yule pale nyuma. Si unaona mahali pale amekaa? Na yeye pia she is supposed to reckon with. Kama haiendi venye anataka, hakuna kanisa. Mwingine ni Koki, mjuaji dunia hii yote. Koki najua alikuanga mwizi. Sasa alipookoka ni jina ile vitu alikuwa anafanya alibadilisha tu, hiyo knowledge bado akaileta ndani ya kanisa. So she moves faster than anybody else. Koki always anakuwa mkiwa 100 meters hapa, ako 200 meters huko mbele. Anapaka mambo yake. Sasa unaona mkorogo ya Koki, Ares, Nancy na Karo. Na nani mwingine? Na kukakuja sasa mwenda wa simu mwingine alikuwa anavuta bangi, alikuwa anaitwa Evans wa Korogocho. Na nani mwingine? Na Dirago the late. Na Musembi wao sasa tulikuwa nao jera. Dirago na Musembi. Sasa ndio walikuwa wazee wa kanisa. Sasa wazee wa kanisa criminal bado wanachomoka, wanaenda wanafanya vitu na wanarudi hapo tu, na ni wazee wa kazi. Sasa tukaongezwa na mtu mwingine hapa, manga ingine hii anaitwa Catherine. Sasa hiyo mkorogo yote Dirago alikuwa anakuja. Dirago ni wana huko Kunyeri. Anakuja ananiambia life leure nie de torore mwathani ni anyonirie uguikarite handu haria uikarite thiri ndona mutumia oka akugeithia, ndona nyoka yacomoka yaingira nguo-ini cia kucibi. Na sasa hiyo ni mtu amechorea anataka ngoeka kanisa. Lev tauga tele Lev mutumia atage helio guku kanitha eno. Lev ndio gukua nye mwathani anyonirie tugiguthika. Sasa imagine naye Musebi na yeye alikuwa ni criminal kivyake. Sasa this the combination of those three teams, that is what worked in me for 1 good year. Nikawafukuza hawafukuziki. Sasa naye huyu Nancy walikuwa na mama mwingine alikuwa anaitwa Rachel na Barbara. Sasa Rachel anasema Mungu amemwambia mimi ndio bwana yake.
Naye Babura tulitoka, alikuwa wa Mungiki. Babura alikuwa security. Sasa sijui nani alimpatia kazi ya kunichuga. Ni mama lakini ananichuga. Naye Recho walikuwa nagogana na Nancy. Kwa sababu Recho anataka supremacy. Naye Nancy ako na experience, amefungua makanisa 100 hapa Nairobi. So Nancy anataka ile structure ya kufungua kanisa na mtaratara ya kufungua kanisa. Naye Recho anataka Nancy aambie Recho venye anataka ndio Recho akuje aniambie. Naye Nancy anajua Recho hajaokoka. Sasa unaona hiyo mkorogo? Sasa 1 full year umeshikwa mateka, ni watu ni majambazi tupu. 1 full year. Huyu amekushika, Karo ameshika huku, Alice ameshika huku, Koki ameshika huku. Koki akakuja, akakujua alikuwa kanisa ingine, wakafurugana kanisa ingine. Sasa akakuja, alikuja na sasa ile mambo ya kujishikanisha na madhabahu. Akanunua hii kitu ya kuweka maji, dispenser, na akanunua hii kitambaa ya hapa inaitwa curtain ile ya madhabahu. Na akakuja sasa na alikuja wakati alizitoa, akaingia na assertiveness, akaingia na akakaa na akataka sasa kuanza kusema. Naye sasa Nancy na wale wengine wakaona Koki ni mchawi. Wakaanza vita. Kanisa ikiwa mtoto inakuwaga na changamoto, because everything happening around you is mistrust. Nothing. And again, mimi, I didn't have control because I didn't know what is supposed to be done. What ibada inaanzishwa aje sijui, nini inasomagwa, ni kitabu gani. Sasa wakaniweka kwenye mahubiri ya vita. Mwaka mzima nilihubiri mahubiri ya vita. Watu hata mkisema mimi nitaendelea kuhubiri, nitalaani mtu, nitalaani mtu, Mungu anasema nitawamaliza. Sasa the whole year I never preached a word. Ilikuwa ni kulaani, ilikuwa ni kupiga, because I didn't know. Ndio nakwambia, you rather sit down under a pastor ulelewe kuliko sitting down under God. Because God will bring you people that will push you up to speed. Kwa sababu hawa walinipush nikakaa kwa mlima. Nilikuwa natoka service na kibia mlima. Nimelala kwa mlima karibu the whole year. Whole year kwenda silali kwa nyumba, nalala kwa mlima kwa kichaka kama wanyama. Mpaka nilikuwa naanza kunuka kama wanyama. Nikijaribu kuuliza Mungu, naye Mungu ananiambia, you are my son. I have anointed you. Nikaenda kwa Harrison Nganga nikamwambia, sasa nataka tu uulize Mungu, na umuulize saa hii, na nataka majibu saa hii. Aliniita ama hakuniita? Muulize. Abomo akaanza kuniexplainia. Ndio mudo hakai tabomori. Akaanza kuniambia, nuramenya rinduru ni rugendo. Unajua mzee anaogeaga pole pole. Ruru ni rugendo no nginya uthio kahora. Nikamwambia, please tuheshimiane. Muulize kwanza. Fafa akaanza kuomba. Akaona nimekaa serious. Na unajua pia Nganga alikuwa ananiogopa. Ile historia. Simulisikia akisema hapa. Alikuwa nani? Sasa wakati nilikodoa jicho, nikamkondolea vizuri, ilibidi afuge macho, aombe, lakini aliniambia hakuwa amefuka yote, alikuwa ananiangalia aone kama kuna reaction, kuna kitu naweza kufanya. Akaambia, baba, ninakuomba. Uliita Waruinge? Akajibu yeye tu, akasema nikasikia hiyo ni kama ni sauti, kwa sababu nilikuwa nimefunga macho, nimefunga paka breathing ndio nisikie Mungu akiongea. Hivyo I think aliniona huyu jamaa, kwa sababu nililala chini kivudivudi kwa miguu yake hapa, nikaekelea miguu kichwa yake hapa kwa miguu hivi, nikamwekelea hivi. Akasikia nikajua huyo ni Mungu. Maana nilikuwa nataka aseme hapana ndio nifurahi. That is the answer I really needed. Nikasikia nikamwangalia hivi, akabadilisha akaza, baba nakuomba umweke huyu mtumishi wako mafuta, umweke nguvu, ninamchukulia tu hivi. Kwa sababu nilikuwa natarajia ataniambia Mungu amesema
Sikukuita, ni wewe ulijisikia. Akasema Sasa kutoka hapo tukakaa chini. Nikamwambia masaibu yangu yote. Akaniambia bas, ni hede we gaine kai. Kwa sababu nilikuwa nataka aniambie, nenda ufukuze hawa mama wote kutoka kwa kanisa, maana hawa wametumwa na shetani. Nikamwelezea kila mmoja venye anafanya, kwa sababu aliniambia hebu nielezee venye wanafanya. Akaniambia wewe tikere wera, kama ungekuwa kwangu nikianza hapa. Sasa kwangu nilikuwa navamiwa na wanaume. Na akaniambia kumbuka wakati nilikuordain, kanisa ilipasuka mara ngapi? Mara 2 kwa sababu yako. Na ni watu wale trust moja ni waderi. Huyu wa Kiambu ndio waliambia bishop, ukiordain Waruinge tumeotoka kanisa. Haleluya. Ilibidi aite maboya kuja atulize kanisa ilete tena pamoja. So akaniambia kwangu nili wanaume walikuwa na nilima. Baka ikakuja walikuja na mapaga kwa ofisi yangu na visu wamenivisia hivi. So nikaomba tu nikaambia Mungu nisaidie. Akaniambia bado. Hiyo ni group 1, group 2 inakuja. Sasa group 2 hawa wakakuja wakatulia, Nazi akatoroka kidogo akaenda. Group 2 sasa ikakuja watu walikuwa naitwa kina Otodi. Nani? Akina Sara Waizi, international robbers. Sara alikuwa muishi South Africa. Nilikutana naye South Africa, ametoka na gari Kenya, ameenda kuuza huko, anachukua South Africa analeta hapa. Sasa yeye ndiye amekuja, amekuwa chairlady wa kanisa. Alikuwa CEO. Alikuwa CEO. Na akakuja akafuruga. Sasa alikuwa anaweka simu, naona ile kihando ya kubeba simu, ile kimfuko. Sasa silikuwa na kabaton unaweka hivi unashikisha kwa belt. So alikuwa anashikisha anaweka hapa, anatembea. Alafu hebu kuja. Nakwambia, naguza hapa. Hivi. Nini hiyo? Usicheze na mimi. Akauzia watu wa kanisa mzima. Ilikuwa inaona Sara ina. Kana siku moja akaniambia mimi nataka kuenda. Niombe kanisa nitauliwa. Wow, the church. So God has been gracious. Ukiona tumefika hapa, we are not froking. We know we are here because God has a reason for us. He has made us to be here. Mwingine ni huyu naona hapa anaitwa Beatrice. Utoile kwa Beatrice. Watu walikuwa wananiuliza, ni wewe nazungumza na wewe? Beatrice anakuja ataibisha hapa, aibisha vizuri. Saa ya kutoka kanisa anasema digasho kwa kanisa ya Orege, na hakuna mtu amemguza na anaenda. Mpaka leo amerudi leo. Alituacha kwa madhabahu, amerudi leo. Hiyo ndio group ya kina Otodi, ya kina huyu. Thank you. Welcome back. Bwana asifiwe sana. And so many other people. But God came and told me, those are your teachers because I wanted you to grow very fast. When you are at the up to speed anointing, up to what? You don't require a teacher. You require God himself to deal with you. And when God himself dealing with you, my friend, utafinywa. Baka unaona dunia ni kama imepasuka. Siku moja tukaenda mlimani, just days before corona. Nikaambia hawa watu ambao tulikuwa na wao, kuna kitu kinakuja kikubwa kitafunga dunia mzima. Mimi sikujua, nikaambia tufanye maombi, tukaomba, tukaenda. Kulikuwa na kingine kalikuwa kanaitwa Mary. Sasa nako kama Mary sijui aliletana na anse juu ya nini. Nako kama Mary kakakuja, kalikuwa kale tumutu twa kuchoma. Kakiweka moto hapa, kanaweka ingine hapa, kanaweka ingine hapo, kanaweka ingine hapo, kanaenda kanakaa kwa kiti kanachungulia venye moto inawaka. Sasa walikuwa kana babura. Msichana mzebo akikuja kanisa aingie kwa ofisi yangu. Wanaingia kitchen, wanabeba kisu. Wanakaa hapo chini, hapo kwa huko City Stadium pale chini. Wanangoja, wanamvuruta, wanamuingiza kwa corridor. Wanamwambia nini? Unaona ni nini hii? Umekuja kuharibu kanisa ama umekuja kufanya nini?
Hao walikuwa wanafanya kazi hiyo. Bwana asifiwe sana. Alafu wanakuja wanapika kachai, kwa sababu ndio walikuwa wanapika chai. Wanapika chai na wanakuja wananiletea chai, tunaanza kukunywa. Wanaanza kuniambia, huyo dada akikuja hiyo kanisa, I think ni one of the people ambao Mungu alisema wataanza kukuja. Na already asafiinywa na ameenda. Those are the politics of the church. Bwana Yesu asifiwe sana. My brother, kuja. Kuja. Ni wewe naita. Njoo. Kaa pale. Kuja ukae hapa mbele. Baraka za mtu zinampatanga hivyo. Si unaona? Amekaa mbele. Sasa nikianza kugawa, nitagawa nani? Kwa huyu. Kwa sababu wewe hutaki kukaa mbele. Na wewe hutaki kukaa mbele. Unataka sasa huyu amekuja saa hii. Hivyo ndivyo baraka zina overtake watu. So I decided after all these things na kustruggle na Mungu akatubariki tumefika hapa. I decided to now put this church in order once and for all. Bwana Yesu asifiwe sana. I mandated some team wanitengenezea report. Na niliwapatia last Saturday. Ikuwe ni last Saturday, si ndio? Muniletee. Where is it? Sasa ndio mtajua dola ni nani. Mlikuwa mnamuonanga kwa few sasa. Sasa what is it? Good morning, church. Praise the Lord. On 23rd of last month, the apostle appointed us a team for management, a task force for that matter, to be able to put the church in order. And God has graced us enough. For the last 2 weeks, we have been compiling and debating how we are going to put the church in order. And by God's grace, maybe the leaders are here. Some of them, I see them. They have been, let the task force stand. Benina, Catherine, Sally is in church, children's church. They were about, it was a task force of 11, and we were able to come together and see how we can come in and put structures for the church. And God has been so gracious. I want to thank you, the committee that was with me. They did not look down on me. We have worked tenaciously for the last 2 weeks, and by yesterday, by God's grace, we were able to submit the report online, and today now I present the report to you as the appointee of the task force. Thank you very much. Thank you. God bless you. I'll look at it. Then I'll suggest the implementation so that we can have a perfect church. Sindio? So, we have had it. We have had the shares, both the negative, the positives. Thank you very much for being obedient to that and for being faithful. And I'm going to announce the changes on Sunday. Please bear with me. Nitaangalia, nitawarudishia kule mtarekebisha. Then we'll have a proper church that will be run by a very powerful board of trustees. Bwana Yesu asifiwe sana. A very powerful board of trustees. That one I want to assure you, this is not any other shenanigan church ama zile zimnasikianga. No, this is a church, an institution that will respect the rule of law and the constitution of the republic and also the constitution of itself. Bwana asifiwe sana. This is a home that you are going to endeavor always to be associated with. This is a place that you want to be. This is a place that you always want to recommend your children to come, because it is full board. It is not just a church. It is not just a church. It is an institution. An institution where we have economical, spiritual empowerment, economical empowerment, social empowerment, and every other empowerment that you need. Because we have like this, hawa vijana wetu waliokoka juzi, some of them I can see them. Simama wachache wale ambao mmekuja, wale wameng'ara. These are our shokoras. Look at them, how smart they are. Yes. Kuja hapa, kujeni wawaone. These are the shokoras ambao walikuwa the former shokoras. Now these are ministers of the word of God. This a team that is going to spearhead. Hii ndio my dream team.
Hallelujah. This is my dream team. I'm going to make, kwa sababu najua mumesoma. Mumesoma? Ni odhomete we? We form 4. Wamesoma? Form 4 with a B minor. Form 4 with B minus. Na ulikuwa nini? What have you been doing? Tumekuwa tukiibaiba, tukichokora kila mahali. Ukiibaiba nini? Simu, vibeti za. Kwa hivyo ulikuwa mwizi. In short. Yes. Na wewe? Mimi nilikuwa mwizi. Umesoma mpaka? Form 3. Form 3. Na wewe ulikuwa? Graduate. Graduate? Yeah. University of Nairobi. Wenda huko. Wewe washa. Graduate of Nairobi. Ulisoma nini? Bachelor of Science, Maths, Chemistry. Hebu kuja. Ni mwalimu wa Maths and Chemistry. Yeah? Bachelor of Science in Maths and Chemistry. Maths and Chemistry. Si ndio? Sasa nyinyi ambao mmekuwa mkivuruga kanisa. Sasa timu imekuja ya kazi. This is my dream team. Hallelujah. This is my dream team. Hawa ndio watarani kanisa. Na wewe? Umefika? Class 8 term 2. Na wewe? Form 2. Form 2. Na wewe? Standard 8. Na wewe? Form 2. Form 2. Na wewe? Form 2. Form 2. Na wewe? 8. 8. Na wewe? Form 3. Form 3. Na wewe? 8. Na wewe? Form 4. Na wewe? Form 1. This is the team. Sema, this is the team. This is the team. Yes. Wamejionea, wamekaa nimewatoa kwa streets. Huyu ni snatcher. Huyu na simu yako ama yote ni snatcher, anakutoa kwa kibeti. Huyu ataiba watu wote kutoka kule kwa shetani, atawalete kwa Mungu. Huyu ni mtu wa mahesabu, idhafu. Mtu wa idhafu. Mtu wako na degree, wewe hata una, na ndivyo umenisumbua kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Isn't this the amazing work of God? And many more are coming. Hallelujah. Kaini chini, wapigieni makofi as they sit down. Yeah, this is the team that I will work with. Hawa nione na wao watatufikisha wapi, si ndio? I'm going to take them back to class. Wale wa kurudi class watasoma. Kama ni waliachia class hii, kama unataka kuendelea utaendelea. University, wale wa form 4, umesema ni B? B minus, I'll pay for your school fees. Yes. These are the brains that we need. Si ndio? Now that I have a report, nitaisoma. Na hii naona ni kama ni panga ile inakatanga kuwili. Ile panga inafanyanga nini? Inakata kuwili. So we will put the church into various structures. Ndio kila mtu afit. Because we have the elders, we have shokoras. Nige gyakoreria mami. Morogo no egoka. Turare nake ndimuonire haria rucine. Tiakomaka. Tiakomaka. Egoka. Ngai nĩ egũkũririkana. Analia kwa sababu mtoto yake pia ako hapa. Ni watoto wangapi? Wawili. Watoto wako wawili, imagine wakikuwa machokora. Umesomesha, they go into waste. But I can assure you, mami, hiyo tunafanya. Watakuja hapa. Tekomaka. Matukoma leo ile Ngai. Ngai rauga ni yachoketie mahoya maku. So I'm raising a team ya kufanya hii kazi. Tuko na Pastor Jane, where is Jane? Tuko na Pastor Jane, kuna huyu mwalimu wa Kitekera yako.
Mwalimu hajafika, amefika. Terry hayuko? Na mwalimu huyu mwingine na huyu, at least hawa ndio wamejitolea kufanya kazi. Na hawa walikuwa wananuka, lakini hawa wamekaa na wao, wamewaosha, tumenunua nguo, na niliwaambia Sunday hii mnikujie na shati moja moja. I hope mko nayo na trouser na kila kitu. Continue with the good work. I'm going to empower you. I'm going to put more resources on it mpaka to make sure. Kuna nyumba iko pale ile nimeambiwa na hiyo nyumba, hebu fungua hapo. Hiyo nyumba yote hivyo imekaa, haina mtu kutoka juu mpaka chini. Muhidi alitoroka. Nitaikomboa yote because of this gentleman. Tutatengeneza kanisa ingine yao pale, tushindane na hii kanisa hapo sasa. Yes sasa utaenda tutawatengeneza because wanahitaji projects, wanahitaji mambo. Kuna trolley zile za kubeba mizigo, si ndio? Ule ameingia sasa, ndio umefika. Umetoka wapi? Si wewe kaa chini tunakuelewa. Yes, where are you from? What's the time with this you are coming to church? So you are a teacher? Yes. What is the time now? Yes, 12:30. Unakuja kufanya nini saa hii 12:30? Oh, better late than never. That is according to your teacher. You are welcome. So these are the team na yule na kuna wengine nitaongezea, na kama you are comfortable kudili na hawa na uchafu ya hawa venye sisi tuko comfortable, raise up your name, ukuje tukuandike in the team. Inaitwa recovery team. Sema recovery team. Sasa hiyo ndio tutaingia hapa. We will make sure utakuwa ukipanda kutoka huko chini unaekelea simu yako hapa. The snatchers we have them here. Sasa hawa ndio watatuambia who is remaining there, tunamwendea. Bwana Yesu asifiwe sana. So utakuwa unaekelea simu wapi? Kutoka chini. This area will be a clean city. This area will be a clean city. No crime. Venye unaendanga pale Kijabe, ile hospitali ya Kijabe pale, unakuta kuna vuta kwa sigara hapo? Hakuna. They captured a territory and they control it. We are going to capture this territory. Already it is in our hands. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tuko na graduate, tuko na mtu wa form 4, tuko na watu wamesoma B, wewe na ulikuwa na D-. And many, kuna mwingine tulichagia hapa saizi ako Kenyatta KU, ni KU. Ako wapi? Umepata pesa yako yote? Zote. Thank you. God bless you. Hebu kuja. Come here. Tulimununulia, alichangiwa na machokora. Si wachokora mjipigie ni makofi. We raised, he is a chokora kama wao, a university graduate, mwenye anaendelea graduate, undergraduate. Ni undergraduate, anasoma. So alikuwa hana laptop, tulichaga hapa. Hakuchagiwa na watu wazuri kama wewe. Alichagiwa na watu wabaya kama hawa. Walichaga shilingi 10, shilingi 20, tukanunua laptop. Uko nayo? It's working. Thank you my brother. You are part of the dream team. Endo kai chini. Hallelujah. So if you feel you have a calling for these people, drop your name. Sindio? Drop your name, then we start now. Tuanze kukaede. Sasa ndio mtasikia mlipuko Kenya hii. Mlipuko. We, mtaona mambo mjaiona. Hii Nairobi lazima tuibadilishe. Discipline lazima iingie. Discipline. Tutanunua nyahunyo. Ukirudi huko viboko 25. Tunakutafuta. Tukirudi huko unatoa suruali, tunaweka 25. Hakuna sasa, no return no surrender. Nego dinabere. Neguo.
Negothie leo. Asanteni sana. God bless you. Yeah. Mtumishi, habari yako? Umesalimia watu? Njoo kuja, mpatie microphone salimia watu. Wale wanafundishwa Bible, we have a teacher that has been teaching. Kama ungetaka kuenroll katika klasi ya Bible, we have a teacher here. Na iko na certificate. Ni diploma ama ni certificate? Certificate, diploma, degree. Au shika microphone vizuri. Waambie. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nawapenda kwa majina Pastor Mary kutoka Machakos, na mimi ni mwana katika hii nyumba. Bwana asifiwe. Mimi ni chancellor wa shule inaitwa Liberty Bible College, na miezi 3 imepita tumeanza Nairobi campus. Situpigie Bwana makofi. Nilipata kupewa nafasi katika madhabahu na nina isikuheshimika nikiwa mbele yenu tukiongozwa na wadada apostle, na hapa tuko na wanafunzi ambao kuna physical na kuna online classes kwa mwenye uwezi soma kwa physical. So ni ya kwamba tuko na certificate, diploma, a degree. Hatujapata chata ya kuingia masters and PhD, but we are planning it on next year. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama ungependa kusoma, we have our Pastor Karanja. Utapatia Pastor Karanja jina, tuko pale na kwamba na Machakos tuko na fiscal class ambao ndio in quarter. I'm the director, the founder of Liberty. Nimepitia kwingi vile apostle amepita, na nikaona wacha nianze vita. Nimepita lakini nikajua kwamba na Bwana wa mariki. Tunao wanafunzi ambao wako dakika moja, simama kama uko in the Liberty Bible College online and fiscal class, mukasimame wenye wameingia leo. Let us appreciate them. Kuna wengine hata mganga aliingia. Mganga aliingia. Thank you. Hao ndio walikubali kwa hii kanisa, si ndio? Yes, continue, msikwame. You are in the report. The campus iko hapa. Huwa tunasoma every Friday kuanzia saa 3 you have to be seated na mpaka saa 6. Na hao tumewapatia a walk over ya 3 months counseling and guidance and counseling, ambao hao watu wakisoma watakuwa hata wanafikia the chokoras. Bwana asifiwe. We have hiyo itakuwa free 3 months, alafu watawapea certificate free in charge. Bwana asifiwe. So wait kidogo. Nyinyi, kuna mtu angetaka kusomea Biblia? Kusoma, simama. Mtu angetaka kusoma theology? Okay. Ongeza kwa class. Wewe ndio kwenda kusoma? Yes. Amen. Amen. Ni wangapi? Hii ni kwa bili ya kanisa. Thank you, God bless. Tukichagua wale watu wanakuwa leaders, kina Karaja, kina nini, nyinyi ndio mtasimamia hawa. Umesikia Karo? Kwa mshahara yako utenge mahali pesa. Ile bill watakuwa kiconsume ni nyinyi. Wewe Karaja, Karo, Nancy, wale mlinisubua. Nancy, Koki, Alice, na nani mwingine? Wale mlinisubua. Kwa bishia ready. Nyinyi ndio mtakuwa. It is a must. I'm not requesting you. It's compulsory. Yes. Thank you. Mulipe hiyo gharama. Finally, kuna kikundi muliona hapa kutoka Machakos on Sunday. In Kenya, I'm the national chaplain. We have 30 counties ya inua maisha wa mama. We have widows, tuko na singles, tuko na wamama pale wazee. I'm the national chaplain, na yani ya kwamba kama uelewi hiyo ni pastor wao 30 counties. Bwana asifiwe. Kwa hivyo God bless you. Tutatafutana vile tutaendeleza injili
Thank you, Apostle. God bless you. Thank you. Thank you. We shall invite you in one of these Sundays. You come and give us a word. Utufundishe kidogo pia. Hata mimi nahitaji kufundishwa. Thank you very much. God bless you. I want to assure you again, now that I have a report, I'm going to do radical surgery for the church and build a church that belongs to everybody. A church that everybody will be comfortable with. Kwa hivyo nipatie tu muda 1 week. Nitaenda faster. On Sunday I'm going to announce how the church will be run, who will be running the church for the period of 6 months. Then we do a transition. Bwana asifiwe sana. So expect a lot of things ambazo mtasisikia. Therefore today is all about unlocking your destiny. Ambia mwenzako unlocking your destiny. You can raise me up kidogo. We are going to look at the book of what is unlocking. What is a destiny? A destiny, it is where you are headed. Kule unaenda. Ni wapi? Unaenda wapi? La kama sasa hawa vijana nasikia ako na degree but alipelekwa kwenda kukula kwa matangi na kwa mapipa. He got a degree but the destiny yake ikakuwa destroyed completely. Mwingine amefika form 4 ako na B but he was destroyed. Nasa yeye ni mwizi ni pickpocket, anaiba simu za wenyewe ndio impelekee apatane na polisi ama apatane na mob justice wampige na mawe wamuue. Because all the plan ambayo ilikuwa, there is a demon in your life that is called the destiny killer that kills a destiny of somebody. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us, all of us here, we have been into this challenge. Myself, siya kwamba sikuwa nimesoma, nilikuwa na degree. Nimefanya degree 3. Mimi nimefanya hesabu, I'm very good at hesabu. Nimefanya science of addictions na nimefanya investigations. Bwana Yesu asifiwe sana. But I have never used them to earn. Instead, nilijikuta kuwa chokora, nikifanya na nikikula kwenye matangi, nikilala kule nje. I didn't have a brother or a sister to guide me. I was very bright in school. Nilisoma shule 8 kutoka form 1 mpaka form 4. Nilisoma shule 8. Maana hakuna shule nikikaa miezi 3. Form 1 ya kwanza niliingia form 1 tarehe 21 Februari. Na tarehe 28 nilikuwa nimeorganize strike kwa shule na tukachoma dormitory yote ikachomeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku hiyo tulikuwa form 1, tulikuwa ile ya 8, mimi ni mtu wa class 8. Lakini walikuwa watu wa form 5 na form 6 ndio walikuwa wanaenda wakimalizika. Then in our school, huyo police spokesman anaitwa Owino ndiye alikuanga scout master kwa shule yetu. Lakini I met them tuliwatiisha. They joined the strike. Until leo tunakukutana na huyo jamaa ananiambianga I respect you. Because you came in 3 days, there was a change in school. Walikuwa wanapikiwa githeri iko na mbosha. Walikuwa wanapikiwa chakula ambayo was less mbaya. But I stood na kusema no way, we cannot eat this way. Na kulikuwa kuna mwalimu mbaya, alikuwa anaitwa Nija. Mbaya sana, alikuwa anatuchapa viboko in secondary. Lakini ilikoma, nilikomesha. In my 3 days in school, nilikomesha watu kupigwa shule. Na nikakomesha mbosha. Hata kama nilifukuzwa, kulichange. Hallelujah. But why all these things that happen in our life? They happen because there is something that is projected in your life to kill the destiny of your life. You have a destiny. Kuna mahali Mungu anapeleka wewe. Katika kitabu cha Waefeso inasema, in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purposes of his will. That is what we call destiny. Working in conformity to the purposes of God's will. Are you doing in God's will? Are you working or moving and doing things in the plan? Are you predestined
to do the will of God. Whatever situation are you in, ile hali ambayo uko iko kwenye mapenzi ya Mungu, ama you are just struggling in this world. And if you are struggling in this, why are you struggling? Why are others living better life yet you are not living better life? Kuna watu ambao hawajasoma, unasikia huyu ako university, na kuna mtu ako class, amefika class 6 na anaendesha Range Rover, anaendesha Mercedes, anaishi nyumba mzuri, amejenga nyumba yake, but this one ameenda shule but cannot even afford a meal. Was it the will of God for him to be kwa kuwa chokora? Was it the will of God for him to suffer? Was it the will of God for him to be subjected to the cruelty of our life? No. The will of God, the Bible says, I got good plan. The plan not to destroy you, but to make you better. To make you succeed. To make you win. Because you are a child of a destiny. What is your destiny? Are you living within the mandate of God? Are you living in the plans and the mandate and the controls of our God? Is your life the true reflection of what God intended you to be? Why did you become a pupa? Why did you become a subject of poverty? Why did you become a subject of confusion in life? Ni kwa nini maisha yako imekuwa ni kizungumkuti? Huyu mama ametoka kwenda kwetu tomorrow. Alipokutoka kule walifukuzwa. Walipofika hapa wakafukuzwa. Kuna wao walikuja kutoka huko Moro wakachomewa manyumba. Wakakuja Korokocho wakakuja wakachomewa. Wakaenda Ruai wakafika huko wakachomewa. Are you doing or are you within? That every time unakusanya tu pesa twako, umetengeneza vizuri, imekuwa kila kitu, when you are planning to eat your money or to spend your money in a manner that God wants, then something just crops in. Unasikia your sister inataka cancer, then unasikia treatment inataka 5 million, and that is the same 5 million that you have. Will you let your sister to die and you have money? No. But what will it cost? What will be the aftermath? Hiyo magonjwa, hiyo ugonjwa amegonjeka, italete faida? Itarudisha hiyo pesa? Are you investing? No, you are not investing. You are throwing out the money, and that money will go and will never come to you. And kusanya milioni 5 ikakaa kwenye kikapu kimoja, ikakaa yani 5 good million. Ile miaka yote umeikusanya ikafika hapo, hautaweza tena. Because the opportunity ili umefanya, you did not invest, zinaenda zote zikienda. We have lost businesses. In order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. So the destiny of a person, rudi nyuma kidogo where we started. The destiny, rudi tena, verse 11, in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of him. In what? In him we also were chosen. So hakuna kitu ya kusema you are not part of the will of God. All of us, we are in the will of God. We are part and parcel. Tulizaliwa in the will. We have been chosen in conformity with the purpose of his will. So anybody existing is in the purpose of the will of God. Everybody that you are existing, wherever you are in the purpose of the will of God. So if you are not getting it right, if you are not getting the foundation of getting it right, then there is something wrong in your life. Kuna kitu ambacho kimekuja kuharibu. Tuendelee kidogo, twende verse 12. Kuna kitu ambacho kimeingia. That is why you are not married. That is why you cannot do business. That is why you cannot do anything. You are subject to control of manipulations of the world. In order that we who were in the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. Next. Might be. So that all of us, whatever we do, the kind of life tunaishi, it is for the glory of God. Lakini sio kuga onakorea ogwari Ngai ari ogeteine no rarire mutare kindu ati ciana ciakwa itinaria onake turanyurio tumai turakoma no na kuria ogwari Ngai ari ogeteine Ngai uriku
Mungu gani huyo? God says I've got good plan. Is drinking water and going to bed good plan of God? No. Wagekoyo, badilisheni hiyo. Ati onakorea ogware Ngai ari ogeteini ucio ti Ngai. Huyo Mungu siwezi mutaka kwangu. Siwezi hata kidogo. Nikimsikia unakuja na huyo Mungu, nitakufukuza. Maana najua my God has got good plan, not to destroy me but to make me good. Hallelujah. And number 13 nasema, and you also were included. You are not outside. You are included. You are part of the growth of God. You are part of the successes of God. You are part of being a winner. You are born a winner, not a loser. Haukuzaliwa ukiwa mtoto ambaye ni umaskini. Haukuzaliwa na umaskini. The time you were born, everything that belongs to you came with you. Kama wanaume wanaendesha magari yako, pia wewe gari lako lipo. Kama wanaume wako na mashamba, pia shamba lako lipo. Kama wanaume wako na wake, pia wawe wako yuko. Kama wanaume wako na pesa, pia zako ziko. Hakuna pesa zilitengenezewa mtu mmoja zikabakishia mtu mwingine. Kila mtu alitengenezewa. When you came to this world, ulikuja na kila kitu chako. Magari yako yamekuja, manyumba yako yalikuja, mashamba yako yalikuja, bwana yako alikuja, mke wako alikuja, biashara yako ilikuja, huduma yako ilikuja, kila kitu chako kiko. Everything that belongs to you, it is with you here, only that it has been hijacked by destiny killers. There are demons that controls and looks at you could destroy your destiny. The gospel of salvation, when you believed, you were marked in him. You are marked in him, Baba. You are marked. You are not an ordinary man. You are a powerful man. You got your wealth. Wakonole wako na gakari wegetoka. Mugikwe wako dokwale kwe bibi nikoleke. Na kodokwa na koro bibi ona polisi dino igashoka. Kama umewahi kuwa na pesa, hata kama zimeenda zitarudi. Mwambie zako pesa zangu zinakuja. Yes, ilikuwa indication. Nilitolewa indicator. Ukitoa indicator sio kumaanisha lazima overtake. Ni kuambia yule I'm ready to overtake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna pesa zilikuwa kwako, pesa hizo zilikuja kutoa indicator that you are ready to be rich. You are ready to be powerful. Ya kwamba pesa zako ziko, utajiri wako uko. Kama mtoto kama huyu alisoma, ni kumaanisha anaenda kutajirika. Masomo yake yanaenda kumnufaisha. He is going to be a different person. He is going to be powerful. Kwa hivyo usijali, whatever that is happening today, it is only for today. Hallelujah. Ni siku tu hii ya leo. Eona wayon, hata ukifungua mdomo yote hautamaliza oksijeni, ni mingi sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijalishwe na what is happening now. You are being nikasigino kalitolewa. Kama ulikuwa na milioni 10, you got 100 million. Nikasigino tu kalitolewa. Kama ulikuwa na milioni 1, uko na 20 million. Nikasigino tu kalitolewa. Ni indicator. Akasema, akaambia gari ile iko mbele, ninataka kuovertake. It doesn't mean that you must overtake. Unamwambia I want now. Nataka kuovertake. Mwambie mwenzako now, I'm ready now to move. I'm ready now to carry pesa. Mwambie niko tayari kubeba mamilioni. Mwambie niko tayari kuendesha Range Rover. Mwambie niko tayari kuendesha Mercedes. Mwambie sasa niko tayari kwenda Ulaya. Mwambie niko tayari kujenga ploti yangu. Niko tayari. Niko tayari. Nede hareirie. Mwambie na lugha yako na marigo. Nede hareirie. Yes. Acha hivyo wanakuangaliaga na macho ingine inakaa macho inakaa kubwa kama biligori. Waambie I'm ready now to be rich. Kama ni kule unakoboa nyumba, enda waambie landlord sasa I'm preparing. I am preparing to become a landlord.
nilikuwa nimeletwa kwa hii nyumba yako nijue Quran, nijue kumanage ma customers wale mama hardcore. Nilitumwa tu nikuje, nilikosa pesa ya kulipa last month, ndio ni feel watu wakikosa pesa, ndio landlord akikuja akute mtu hana pesa ana feelingi aje, ndio nisiteseke. That is why nilikuwa nimeletwa hapa kwa hii inaitwa nini, ni field study. Yes, that is why you are renting that house, because your house is coming. Lazima upelekwe. Usikubali kufundishwa kama mimi. Mwambie mwenzako usikubali kufundishwa kama Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nafundisha kwa na Mungu, to be very truthful. Hata ile mafundisho na wafundishaga hapa mingi sana sijuagi, inakujaga. Napatia yako tu kavasika moja hiyo nyingine na bio nitakufundisha kwa crowd. Hallelujah. And when you are taught, because ya ile kitu ile hali nimepitia ngumu. Una imagine kupigwa marisasi 12 kwa mwili na ukufi? Is that a good? Ama muachiliwe? Sasa ukienda kuomba, wale wengi mnajua kuomba, God of TB Joshua, God of what? God of Waruinge. Jihadhari sana ukiomba na God of Waruinge. God of Waruinge ni ruthless. Bwana Yesu asifiwe sana. God of Waruinge ni ruthless. Amenipeleka jela 52 times. This God of mine. Nimepigwa risasi 12 kwa hii mwili yangu. Na nimenyongwa mara 2 na nimekataa, amekataa na mimi. This God. Wacha kwa ate I pray to God of Waruinge. Hana makata la bacha kodokaya. Riatoro. Hapana. Before you pray with that God of somebody, understand what has he taken him through, because he will come with the same formula to you. Hallelujah. Ukianza kuomba te Ngai wa Jacobo, Ngai wa Ibrahimu na Isaka, we Ngai ni wetu eta, we aposta de uriate Ngai wa Jacobo okiri atia. Ngai wa Ibrahimu le okiri atia. We ready kuneana mukaguo kwa Abimeleku? Hallelujah. Are you ready to surrender your wife to kwa Abimeleku? Huyo ndio Mungu wa Isaka na Abraham. Ama unafikiria kana kujaga namna gani? Ukiita Mungu wa Joshua, hata Mungu atahakikisha kuna vita ndio akushindanie. Hallelujah. Leo mwewe wako na wewe na mdhuri wako nyumba, mko wewe na bibi yako, na unaanza kuomba Mungu wa Joshua, ninakualika kwa nyumba yangu. Eremakaya, risheketerebo kaya. Mungu wa Joshua teremuka. Hata teremuka. Na akikuja lazima mtalimana na bibi yako ndio aonekane. Ndio akushindanie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukisema Mungu wa Joshua alinipigania, atapigana. He will create a reason for why he's going to come into your house. Ukitaka iwa Joshua menye unamuitatia wako kwena bara niguo mwite. Hallelujah. Hallelujah. Ita Mungu wa Musa. Mungu wa Musa ninakuita. Mungu wa Musa uliyekuwa na Musa. Kule jangwani ulikuwa na Musa. Mungu ulikuwa na Musa Mungu. Kule kwa Farao ulikuwa na Musa. Aramaketa. Kule kwa mto ulikuwa na Musa. Wacha nikwambie, Mungu wa Musa. Kutatakaswa vijana wote wanyogwa. Are you ready to be nyogwa? Ndio uchukuliwe upelekwe kwa mto. Ndio mtoto wa mfalme akuja kuchukue. Are you ready to go the process? Then you go 40 years in the wilderness. Most of you are in the wilderness because mulita Mungu wa Musa. That is where you are suffering. You are in the wilderness now because of who? You called Moses God of Moses. And God of Moses is a God of processes, the wilderness. Na ndio unakuta karenti unaweza kulipa vizuri, chakula unapataka ya getheri, lakini ya kusevu hakuna. You've been living loud life. You are there, yani you are there. Kaguo unavaa kamutuba kwa sababu mutuba ilikuja kungalisha watu. Unajua kama si mutuba tungekuwa tumekaa vibaya sana. Kamutuba kalikuja kwa sababu kamutuba ukipiga pasi mzuri kananyoroka, unaonekana ni kama kadesigner. Lakini ni Mungu wa Musa anakushughulikia. Maana Mungu wa Musa, wana wa Israeli nguo zao hazikuraruka, wala hawakukosa mahali pa kukulala, na hawakukosa mana.
They never changed the cloth. They lived in Mutuba. Na kiatu haikularuka, walikaa kwenye Mutuba. Na nyumba walipata shelter. But they stagnated forever. Napigwa na mama yako simu, tutumia shilingi 500 tununue chakula, na mami wako kometa koma. Kuku totire. Lakini mama yako akikuangalia kwa Facebook, kale kaguo umevaa, anaona pesa mtupu, lakini nikamutuba ka shilingi 300. Why? Because the God that you invited, Mungu wa Musa, lazima ajidhihirishe, maana umemuita. The spirit that appeared in Moses, it has to come to you. So you need to know, how are you inviting God? Unamuita aje? Unamuita akiwa Joshua, Mungu wa Joshua, ama unataka Mungu wa Mikaelo, ama Mungu wa Yusufu wa Kolino, Mungu wa Mikaelo? Mikaelo haroroka. When you are even inviting these angels, you need to understand, why are you inviting the angel? Somebody is sick. Mtu ni mgonjwa. Alafu unasema Mikaelo, fa na Mikaelo, the diet ya Mikaelo, aroka Mikaelo, aikoka Mikaelo, ekate Mikaelo. No. You need to understand, this person does not need Mikael. Anahitaji Raphael, because Raphael is the angel of healing. Hallelujah. Sasa ukiitisha wa Mikaelo, Mikaelo anabebaga. Ni mkitoka kidogo mnaambia orera mumire no gwahuro kire. Todo Mikaelo ni athire nake. Omwauma tu, omwauma. Mwakinya hau na Mikaelo akabeba kaenda. Hiyo tunaona ujinga ya Kristo. Mliingia kwa Ukristo hamjui. Ndio niliona jana huyu patroni wa kiama anaitwa Kongo, ni rafiki yangu, akisibia wa Kristo ni tutawanyorosa, ati hawabebagi watoto, watawanyorosa. Na hivyo amesema watafanya. Kwa sababu Christians, they are the weakest vessels. Ukienda kwa Muislamu umuulize verse yote ya Qur'an, atakusomea from Genesis mpaka mwisho. Atakwambia verse fulani inasema hivi, verse fulani inasema, because they have been grounded in the name, in the word. Nyinyi haujui. Nikakuuliza Matthew chapter 1 verse 1 inasema nini? Haujui. But you are staunch Christian. Nikikuuliza verse ya kwanza ya Biblia ni Matthew, katika New Testament ni Matthew, inasema nini? The first verse inasema nini? You don't know. You are not grounded in the word. But you are too busy, a busybody, working around. That is why the destiny killers, they come into your life and they kill you, they destroy you. Because you don't know how to invite God into your situation. He says that you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked. But it is after you heard. It is after you listened and believed. Because you cannot believe what you never heard. Lazima usikie. You internalize the word of God. Once you internalize the word of God, you are able to hear. You are able to believe. You are able to walk in the truth. The gospel of your salvation. The truth is the gospel of your salvation. Once you are in the truth, you are walking in the gospel. And when you have the gospel of your salvation, it tells you now you are saved from the infirmities of the world. You are saved from the evil altars of the world. You are saved from the forces of darkness. You are saved from the powers that brings you down. Bwana asifiwe. Because you are able to. When you believed, you are marked. You can never be marked if you don't have a belief. You must believe first for a mark to come. You must be assigned. Lazima utenganishwe, kisha uwekewe lebo, usemekane huyu amepita kiwango cha kubarikiwa, huyu amepita kiwango cha kuinuliwa, huyu amefaulu kwenye viwango na vitengo mbalimbali. Ndio kwa maana akatiwa maki. In him we are marked. In who?
in him, who? Jesus Christ. So that we are marked with what? With a mark of a seal. That we are sealed. You are marked and sealed. So no weapon fashioned against you can prosper over you, because you are already marked and you are sealed. So huwezi kuanza kusema anakolea gwale kayari ogetene gayoreko oshotana kolekole urarire na ciana ciaku urarire kiumia me ucoke ugete gayari ogetene kereko. Ask and it shall be given to you. If you ask and it is not given to you, your God is not on the throne. Hallelujah. Kihuja gigogoko giago tigori mo mutigori mo ujiga mwache. The laziest people on earth are called Christians. The most bogus people on earth are called Christians. Sijui mulitoa hiyo ujiga kwa nani, because Christ is not like that. Christ taught people to prosper. Christ taught people to grow. Christ taught people to become. Christ was an entrepreneur. Christ the man. There's Christ the man and Christ the spirit. Christ the man was a worker. Alitengeneza mikate hivi akaifinya ikakuwa mikate watu wakakula. Alisimikisha watu wafanye kazi. Aliwaambia lazima we have to do this. Hata wakati kulikuwa kumewekwa sabato hakuna kufanya kazi, yeye aliifanya, because he was teaching people to work, to change. Now change can come in your life if you are not working, because he knew God will only bless the work of your hand, not the work of your legs. Hallelujah. If God said, how will God contradict himself? Alisema, I'm going to bless the work of your hand. Anaona kuja hapa rimakoto rina shetetete rianto lobosaya likere morianda ramasheu. La unasema nilipenya. Jana tulipenya. Niliona milango imefunguka. Yes, milango imefunguka. Yes. Ula shedebo. Hidebo. Milango imefunguka. Imefunguka uende ukafanya kazi. Sio ufunguke uende ukalale. Sio ufunguke ukuje ushike Biblia kutoka asubuhi mpaka jioni unasoma Biblia. Haikufunguka ati uende ukafanya, ati uende sasa uende mikutano, ati tunashindanga kwa makrusedi, kutoka krusedi kwenda krusedi, kutoka krusedi kwenda krusedi. Huo ni ujinga. Nenda ukafanya kazi, usupport kazi ya Mungu. Work and work smart. You don't just only work. Work and work smart. I love the work of this gentleman. Hawa walikuwa naiba. I love their work. They are smart. They are good. Wanakutime. Wanachukua. Because they know mikono ndio inabarikiwa. It's only that you transform them. You remove from that evil. You take them where they belong. They will do the good work. Hii kazi yote unaona tumefanya hapa imefanywa na hawa criminals. Hizi vitu unaona vimetengenezwa, hawa ni waizi. Walikuwa jela na mimi tulitengeneza. Tumetengeneza hapa. Si walipokuja si kuambia tikereza tutegemea Yesu anakuja. Hiyo kitu umetengeneza, imekalia, tumeitengenezea hapa. Utafikiria ni mchaina. Bwana asifiwe. Hii tumetengeneza, hii kutoka China imetengenezwa hapa na mtu ambaye alikuwa, because these are brains. Umesikiaje huyo jamaa akisema? Hebu utaruka kama we. Sio jamaa ni smart. Very handsome man. Mke wake anafikiria anafanyanga bank. Ashirika kadeuta bagi. Fegi. Tamolole huko. Sidio? Kuna mtu hata familia yenu inajua una wewe ni mwizi. Hawajui. Lakini anaendaka nyumbani kama amedress classic. Anafika nyumbani na abia chafua meza, chafua meza. Bwana asifiwe sana. Because hapa ni kuzuri, anahitaji tu tuning. Hapa ni kuzuri. Mbele iko sawa. Anahitaji tu tuning peke yake, just you tune him. Umweke kwenye line akae ajitafutie baraka. Umwambie hii kazi unafanya ni nzuri lakini haina baraka. Umwambie kazi ambayo hii iko na baraka, kwa sababu ako willing kufanya. Hajakaa mzembe kama wewe umeshinda hapa na Biblia tulikusoma unasoma alafu uanze kusema ati Mungu anakuja. Anakuja kutoka wapi ukisoma Biblia mpaka jioni itakupatia pesa? Ati wewe umeokoka. Niokoka. Hata kutembea unaanza kutembea hivi umeokoka. Mpaka kiatu kimeinama. Umeweka cotton huko ndani ukigojea Mungu akuja. Hakuna Mungu atakuja. I wish I was God.
Mnafaa kumalizwa nyinyi. No. Your destiny is in your hands. You propel your destiny. You guide your destiny. Wacha kusema ati ni demon imeniingilia. Demon gani? Demon ilikwambia ukae kwa nyumba na remote. Unakuta wanaume wengi sisi siku hizi tunakaa kwa nyumba kwenye kiti kama tumekalia mpaka kimejichora wewe, kimetengeneza kamtaro kazuri, ukichwa kila kitu venye unalalanga kwa remote. Huko wewe unashinda huko, mke wako naye ameenda kutafuta hela, na wewe umeshinda huko kwa nyumba, unakaa huko unakaacha na mtoto hapo, uchunge mtoto. Wacha ujinga. Wanaume, inua mkono kama uko mwanaume hapa, inua mkono. Sema kutoka leo nimepunguza ujinga. Endeni mkafanya kazi. Work. Modromeneido. Mwanaume ni pesa. Mangondo hapa. Yes, kama hizi. Ikiwa hapa naringa, nitakupeleka hoteli nikwambie kula chai. Mwanaume ni pesa. Mwanaume si kukati mke upatiwe pesa na mwanamke. Don't. Wewe, never allow your wife to give you money. Muweke vizuri. Ukitoa sauti, ukikoroma kwa nyumba, anajua I have a man. Lakini sasa kama yeye ndiye anakupatia, cha andeshi lagia. Ni alili mile alenda maho ya pasta. Kuna wamama wamekuja hapa wengi wananiambia pasta, wewe mdhuri wako atola kwa na remote. Nikaambia mama mwingine ndio paswe hiyo remote na uze, enda peleka nini hiyo kwa Shalom, hiyo TV enda patiana kwa Shalom yede, na usinunue ndio akose kitu ya kuona. We men have become so lazy, more especially Christian men. They have become so lazy, so stupid here. Ati Mungu atateremka, unaamuka saa 9 unakuta ni makelele tu, reka ba 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 re roko ko re saa 9 yote mpaka saa 10 reke ati anaomba pesa iteremke. Itoke wapi jamani? Hallelujah. Itoke wapi? Get out there, go work. Myself, I'm your pastor and I have 11 companies. 11 companies. I am a pastor. Sitegemei sadaka zenu. Uliza watu wa kuhesabu sadaka. I don't know sadaka zenu zinakaa namna gani. I don't know. Watu wananiletenga pesa kule, nawaambia peleka kwa madhabahu ndio iokotwe na watu wanahusika. Wapeleke kwa bank, walipe bili za kanisa. I have my money. I don't need your money. I don't need. Per month my returns na kuanga 1.5. Yes. And I don't sweat. Niko kwa gari zangu nikizunguka huko, Serena kukula ka kitu, because my money is working for me. Until you reach that level, work very hard until your money will work for you. And that is when I prophesy to you that today, from today, that you are not going to sweat, but your money is going to work for you. The glory of God will work. The glory of God will mark you. That whatever that kind of life utaishi, utakuwa unafanya kazi in your house. Mimi simu yangu nimeweka makameras kwa kabuni zangu zote. Naangalia, najua huyu anafanya, hijafanya. Ni kwa simu yangu nimeweka kila kitu details. Wakikii ili kitu kinakuja hapa. I'm working. Najua what is not working and what is working. Bwana asifiwe. Niko na upako. Upako yangu iko juu. Iko juu. Lakini sitawahi kuja hapa kwa sababu nimekutachi nianze kuchukua shilingi yako 1,000, 2,000. No. Uniletee pesa ya ukimwi niipelekee watoto wangu. Siwezi. Wale mnategemea kuomba pastor wenu pesa, think twice. Hiyo pesa nililetewa ni cancer. Ni mama aliniletea pesa shilingi 10,000 niombee mtoto wake ako na cancer. That money is cancer. Imekuja kwa jina ya nani? Cancer. Ingine imekuja kwa jina ya ukimwi. Ingine imekuja kwa jina mtoto amekuwa chokora. It is a sacrifice. Na wewe unangoja hapa, unakuja unategemea nikupatie hiyo pesa. Nitakupatia, lakini nimekugawishia nini? Cancer. Nimekupatia magonjwa. Pesa ya mchungaji wako itorokee.
Na ndio unaona mimi siitaki, siwezi kuibeba, siwezi kuiguza. Hata wale wanafanyanga mahesabu ya pesa ya kanisa kisha wanaficha 200, 300. Mwache, hata usimuulize. Mwache kabisa, mwache abebe. Hata ukimkuta akibeba, muangalie tu na umpigie makofi. Mwambie hata nyingine chukua. Mpe miezi 2 atakuja hapa. Yes, nimwekelea mkono. Na nikijua ni hivyo, hiyo inakanga spiritual sin. Ile ilikuta ule mama alikuwa anaitwa nini? Safira. What is the result of spiritual sin? Is death. Ama Gehazi. It is death. So that's why I don't bother. Wale wanahesabu. Mshainipata huko nikuja kwa sababu mtalia ni pesa sigana. Hata hesabu sitaki kujua. It is not in my business. Take it to the bank. Mimi nitaenda kufanya kazi zangu na nitafanya shughuli zangu. I do. Hallelujah. Because I know my destiny is in my hand. I know my destiny. It is not in my mouth, but in my hand. Mikono yangu ndio itabarikiwa, sio miguu yangu, sio mdomo wangu, sio kichwa changu, sio ndugu zangu. It is I will bless the work of your hands. Then the moment you discover that it is your hand that is going to be blessed, make use of your hands. Tengeneza tu pesa kidogo, then project hiyo tu pesa tuanze kukufanyia kazi. Don't stick kuifanyia. Don't work for money. Plan to move very fast that money will start now working for you. When you are investing, you work for it. But after you have invested, now go sit down. Manage that money. The money will work for you forever. Itakutafuta wherever you are going. Contracts zinakuita. Watu wameniletea, mimi nauzanga mashamba. Naletewa mashamba, mataito ziko pale nyingi sana za watu. Edia mugodoyo. Modo akai, utodoa ni na maguta edia mugodoyo. Na nikipiga tu simu bidi na bia mtu kuna mshamba iko Maridi ni eka 10. Unaweza pata mnunuzi onadakoroge sharia eka 10. Sasa hiyo. Hata sifiki huko. Nasikia commission yangu imeikia. Because I'm doing something. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you ready to stop that stupid Christianity? Are we ready? Yes. Wacheni ujinga. Modekele tu niko mwirogo, but I have to tell you the truth. Mimi nilikuanga mwizi. I've never been an idle person. Nimeiba bank. Unaimagine kwenda bank? Mapolisi ndio wale na unaona beba AK. Unakaa hapa, unakaa hapa. Yule ni polisi, unajua unaenda kuchokosa kifo. Unajua anytime you can die. Unakaa nayo hapa na mnapigana, unaingia ndani, unatoka na pesa. Is that not hard working? Is that not hard work? Yes. It is hard work. It is misdirected. If it is directed properly, it is the best thing you can ever do. Because it is your sweat. Nimeshika buduki. It is the work of my hand. Nimebeba safe. It is the work of my hand. Nimedrive gari. It is the work of my hand. It is only I'm misdirected because I'm doing an evil work. What if I did the right work with my hand? Yeah? I'll be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo Mungu, mtu hao ndio Mungu hubariki. Maana Mungu anaona kama wangefanya kazi yangu, wangefaulu, wangejenga nchi, wangekaa vizuri. Kwa hivyo utakuta baadaye alinigeuza nikaokoka. Now I am doing a genuine work and I'm prospering. I'm doing everything and the whole country is talking about Waruinge because I am moving things. Hallelujah. And I will never ask you, nikienda crusade, I will never ask you, nichagieni pesa. I will never. In every crusade I spend 2 million. And I never, that is my 10%. Nasiringi. Hallelujah. That is my word. Now we have 5 keys to unlocking your destiny. Number 1, be productive in your present situation. Jeremiah 29:11-14. Be productive in your present situation. Whatever things that you do, kila kitu ambayo unafanya sasa, be productive. Tumia akili yako ukaiweza kuiunganisha na uwezo wako.
na ukaiunganisha na maarifa ambayo unapata katika dunia hii, kisha you become productive, you produce. Bwana Yesu asifiwe sana. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God has already given you the plans. That he has got good plans. Good plans to prosper you. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Once you accept the plan of God, you call him, he will listen to you. God will never come if you are not in the plan. God will never listen to you if you don't follow in the plan of God. You must be in the plan for God to come. But if you are off the plan, God will not come. Even if you call him, he will never come. Hawezi onogetana wetanireko gayosho dagioka. Hawezi kama you have got no plan. He's telling you, you must be in the plan of God, so that God can come into the plan and make it successful. He got God good plan to make your future a bright future, to make you succeed, not to just walk in the park. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, resist shortcut mentality that leads to compromises. Resist shortcut. Ile mambo ya kutakaga mikato, ile mambo ya kutakisema hautaki, you don't want to struggle, you don't want to strain, you don't want to go to the stretch. Unataka upite hapa ndio uovertake wale wengine ama uruke wale wengine. Instead of doing what God wants you to do, you start looking on how you are going to bribe your way. You the bribers, you people who go because you want the shortcut in a patina, you want to give a bribe when others are lining up. You don't want to line up. God will never bless you. God will never bless you. If you have ever bribed, you've lost it. Siku moja nilihonga askari. Nilikuwa gari yangu haina insurance. And it's only 5,000 third party. Nikahonga askari pale Rongai na 2,000. Nikateremuka nikafika Nairobi West, nikapata nikashikwa na askari mwingine, nikamuhonga 2,000. Nikaingia town, nikashikwa na askari wa town, nikamuhonga 2,000. Insurance ilikuwa ya pesa ngapi? Nimepatiana ngapi? Nilikaa chini nikajiuliza, how stupid am I? Because I want shortcut. Na hii nimetoa this 5,000 nitatoa ni the entire year, not 1 month, the whole year. But because I'm shortcut mentality, I lose more than what I do. And people who are in that shortcut mentality, they lose a lot. They lose a lot. Jeremiah 29. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not just seeking him. Sio tu kumuita. It is seeking him with all your heart. Si kumuita nusu nusu. Oh my God. Oh my gosh. Hallelujah. Na sasa hiyo unahongana huko pale Nyayo kwa sababu unataka passport. Oh my gosh. Ameitisha pesa mingi. Oh my gosh. Which gosh is that gosh? Who cannot help you? Your God ukimuita atakuitika. I will be found by you when you ask me. You don't need to use shortcuts, because I will be found by you. God anasema utanipata wewe mwenyewe ukinitafuta kwa haki from your heart, basi na utanipata. Declares the Lord, and will bring you back from captivity. And I will gather you from all the nations and places where I have banished you. That this God will create a room for you, will create chances for you, will create successes for you, will create winning formulas for you. When you call him from your heart, from a sincere and a genuine heart. You don't need to bribe your way to bring people to this church. You don't need to force people to come to this church.
Because if we call God, aite watu wake watakuja. Ukiita Mungu akufanyie jambo, atalifanya lile jambo. In your business, you don't need to go and bribe so that you can get favors. You need only to call God in a genuine heart, and he will send the favors to you. Anasema, I will be found by you. I am already available. So what you need to do, just look for me. I will gather you from all the nations. Once you call him, you go settle. Go relax. Because the job he takes over. Anachukua ushukani. Na kutoka hapo, he will gather you from all over. From the nations and the places where I banished you, declares the Lord. I will bring you back to the places from which I carried you into exile. So it is God that carried you in the situation you are in. He will bring you back from that situation. Atabadilisha kila kitu. Atabadilisha. Usije kumtegemea mchungaji wako hapa. God of Waruinge, God of Waruinge, I speak, bless me. Na ufanyi chochote. It is God that has taken you to exile. He took you there. Look for him, that he will bring. He banished you because of your stupid mentality, because your evil mentality, the mentality that you have that is full of evil. He is the one alikukasirikia. Yeye mwenyewe ndiye atakuregesha. The situation ambayo unaipitia sasa, unaipitia maana Mungu amekasirika na wewe kwa sababu ya matendo uliyoyafanya. Now he wants to bring you. If you call him from a genuine heart, he will bring you back. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not struggle anymore. Hautangangana tena. Number 3. Tusome tuendelee. Number 2. Isaiah 46 verse 10. I make known the end from the beginning, from the ancient times. What is this still to come? I say, my purpose will stand, and I will do all that pleases. God is promising you that his purpose in you will stand. Your destiny will come to be fulfilled. That you don't need to struggle. You don't need to suffer. What I still to come, I say my purpose will stand forever. Number 3. Don't allow disappointment and discouragement to cause you quit. Don't allow discouragement and disappointment to cause you quit. Remember I told you, nilijaribu kufunga kanisa ya City Stadium mara mingi because of disappointment and discouragement. Ninatembea narudi, nafika karibu na church, napiga roundabout narudi. Nafika Bomas narudi. Nafika hapa na waste mafuta mingi. Bwana asifiwe. Mpaka siku moja nikatamania gari iishie kwa barabara mafuta. Ndio nishindwe kuingia kanisani. Ndio nipige simu niwaambie sitakuja. But because I was discouraged, I was disappointed. Psalm 33 verse 11. But the plans of the Lord stand firm forever. The purpose of his heart through all generations. The plans of God stands forever through all the generations. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not through one generation, but through all generations. All, not one. All generations. Watoto wako watafaulu. Wewe utafaulu. Vijukuu vyako vitafaulu. Maana the plan of the Lord stands firm forever. So don't be discouraged. Don't be disappointed. Usiwaangalie wao ambao ni kama wanakudharau. Wao ambao ni kama wanakuangalia vibaya. Wao ambao ni kama hawakupendi. Lakini usiwaangalie. Maana there is good plan for God. And this plan for God is firm forever. And the purposes of his heart throughout every generation. So once you are blessed, you don't need anybody else to come and distort your life. Once you are blessed, you are blessed. Mungu amesema kama amekubariki, amekubariki. Hata wakuja wanani, hata kukuja silaha gani, hata wakuja waganga wagani, hata wakuja wanani ambao watakuja kukuzuia, watakuzuia lakini utapenya. Maana you are in the plan of God.
and which is firm. Msingi wa Mungu kwako uko dhabiti. Usibabaishwe wala usifadhaike. Alimwambia Joshua ya kwamba Musa amekufa mtumishi wako, ambaye Musa ni mtumishi wangu. Na akamwambia Joshua, sasa inuka ukawapeleke watoto wangu kwenye nchi ya ahadi niliyowaahidi miaka 400 iliyopita. Because the plan of God is still firm. Aliwaahidi 400 years. He promised the children of Israel that I will get you out of this land of slavery. Nitawatoa kwenye utumwa. Na ahadi yake iliishi, ilidumu milele. Na wakati Musa alikufa, ahadi ya Mungu haikufa, ni Musa aliondoka, lakini ahadi ikaingia kwa Joshua na ikaendelea hadi walipofika kwenye nchi ilikuwa ya ahadi. Do not be disappointed. Unaweza kuwa uko katika hali ngumu, hali ambayo umeshindwa kutoka. Sio eti umeshindwa kutoka, ni Mungu amekuachilia ukae hapo, maana siku yako ya kuondoka haijafika. When the time of you coming out of the problem you are in, it is just like that. Utatoka na utafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God knows how to keep his promises. Number 4, always respond in the spirit and not in the flesh. The book of Ecclesiastes 3 verse 1. Always respond in what? In the spirit, not in the physical. Many things that are coming to us are spiritual. I've always been telling you, life is spiritual. Maisha ni spiritual. Hawa watoto kutokusoma, unasikia ako na degree, lakini mzazi wake anafikiria huyu mtoto apelekwe rehab. Yes, take them to the rehab. But have you sorted out the problem with the spirit? Mtoto anawezaje kusoma miaka hiyo yote, akuwe na degree, alafu all of a sudden akuwe amekuwa mboga tu, hana ni cabbage? No. These things that does not just appear that way. Ati ilifanyika tu, hapana. Kuna kitu kilifanyika in the spirit kwa maisha ya hawa. Ati mke wako aliamua akatoka, bwana yako aliamua akatoka. No, there is something in the spirit that happened. Don't go rushing. Ati uende sasa ukatafuta huyo mke ati alitoroka ama huyo bwana alitoroka. No, I will not go, because I know it didn't just happen. There is something in the spirit that happened I need to sort out. Things, hii kamera unaona hapa, unaona sasa hii kamera haina cable, hii haina cable, lakini mnaangalia kwa TV zenu mnaona what is this transmit, inatoa hii picha, inaingia kwako kwa nyumba, inaingiaje? There must be a spirit. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So in the book of Ecclesiastes, there is time for everything and a season for every activity under heavens. So things don't just happen. If you are poor now, because the time for you to remain that way, it is now. If you don't have, God is preparing you to have them. If there is, hauna hauendeshi gari, wacha kutamania, wacha kuroga wananchi wengine, wacha kuona ni kama ni wachawi ati wanatuligia na magari zao, wanatuligia na nini, hapana. It is that their time ilifika. That is why they are driving a KDC. You are going to drive a KJD. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wamejenga na style muundo wa kisasa. Kuna miaka mingine 5 kunakuwa na miundo mipya ya nyumba. Yako itakuwa smart kuliko yao. That is why God is planning a good plan for you. That is why he's saying, under heavens there is everything and seasons for every activity under the heavens. There is a season for changes. Mumesikia sasa? I didn't have a work plan for the church. I didn't have the structures of the church. I didn't have anything for the church. But I was just preaching, waiting for that time, precious time. Na imekuja exactly 4 years. Exactly 4 years. Haikupitisha. Leo ni Sunday tarehe 8. Friday ndio nilianzisha tarehe 6. Mungu amenipatia. Wakati nilianzia kwa mlima, alinipatia strategic plan. Niliandikia kwa mlima mpaka nikaweka CBC, na CBC wakati huo haikuwepo.
Na sikujua ni CBC ni nini naandika. Mimi nilikuwa naambia na sauti, andika CBC itakuwa tutafuata in conformity kwenye strategic plan. We have a 6-year strategic plan ya mashule, ya kujenga makanisa na kila kitu, and we are within into the strategic plan. Bwana Yesu asifiwe sana. When you release yourself into the plans of God, God plans, God makes, because they say there is time for everything and a season for every activity under the heavens. There is everything. It is there. Nothing is running away from you. God will stop you a bit. Mungu akipatia kitu unaenda mbio sana, and at the time you are not ripe for that, God will stop you a bit so that he can prepare you for the grounds. Number 5. Understand that destiny demands focus. Understand that destiny demands what? Focus. You can't atukai hapa you are focusless. Hauna focus, hauna mwangalio wa maisha yako, hauna kule unaenda, hauna mpango wowote, you don't unauza uji na hauna mpango wa kesho yako utakuwa namna gani. You need to have a focus. Kwa biashara mwaka 5, kwa nitauza miaka 2, miaka ingine nitakuwa nimefungua duka, miaka hiyo ingine nitafungua ka kioski. Hivyo nikiendelea. You must have a focus, a work plan. Ndio naona nimeitisha report, because I have a work plan. I have a focus. Kuna kule naenda, I know where I'm going. And I know where I'm going. I need a class of people ambao they will help me to go where I'm going. That is the focus. I need a board, a strong board ambayo itakuwa ikimanage kanisa, ikimanage kila kazi ambayo tunafanya, yote ambazo tutakuwa tukifanya. A board that will stand in a gap to interpret the dream. Because I have a focus. You must remain focused. Hata ukikuwa na vikwazo vya kimaisha, hata ukikuwa na vitu vya kukulemaza, usiende hapo mbele. Lazima you remain focused. You don't ukikuja hapa kanisani ati kazi yako kubwa ni missionary, kazi yako kuja ni masengenyo, kazi yako kuja ni kutaka kupiga yule mwingine ati huyu amekuwa pastor, alikuja the other day na amekuwa pastor. No, time yake ilifika. They are in their season. Ati alikuja na kafanyika nikiateka. Yes, they are in their season. Wait for your season. And if you wasted your season, wacha wale wako kwenye season yao waendelee kwa kwenye season zao. If somebody is blessed, just celebrate those people. Wacha kuanza kulalamika, wacha kuwa mchawi. Wakristo wachawi wengi, wachawi arogi. Badala uombe chako unapata masaa 3 ya kuombea yule mwingine afe. Hiyo kasi ninaifunga katika jina la Yesu Kristo. Ramai kanto ya seka, ninakotoria, ninamakata, ninaiketeri kata, ninakatakata na maka, sakata cheka, ninahuta, luna, rina, maka, eka, iagukoromosa, yekete, yakata, wachawi. Arogiaya. Maombi hiyo itumie. Itisha mashamba, itisha mapesa, itisha akili, itisha favor, itisha kazi. Nenda ufanye kazi. Don't be an idol worshiper. Naika kanisa, if you are not working, you are not entertained here. Nitawafuata. Si mnanijua tu. Nitaito nilibadilishwa nikatoka kwa Mungike nikaingia kwa Kristo, lakini mtu ni yule. Nego dolarege. I'm the same general. If you have nothing to do here, go. I don't need you. In any case, I don't need your money. Kama unafikiria you are telling Bob ndio nataka, I don't need it. I need you to prosper. Bwana Yesu asifiwe sana. I need you to take your child to the university without borrowing money, without kuingia kwa freezer. Yani unaingia kwa account, unaandika cheki moja, unaandika ya mwaka mzima na maringo, na unaweka signature ya maringo. Because you got it. You are proud of yourself. Lakini si unatepea pa kunaenda kama kwa chancellor wa university, unaenda ni kama mohau, because you don't have even confidence. You don't have confidence at all because you got nothing. Watu
anakupurugusha. Wewe ni mama, unalalwa na wewe na kila mwanaume because you don't have money. Mwanaume kinakuja tu kinaangusha shilingi 10,000 hivi na 100 alafu anaifuga juu na shilingi 1,000, alafu anaiagusha pele, anajifanya imeaguka chini, ndio unaokota, anakwambia wekelea tu hapo kwa meza. Sasa hiyo immediately language yako ya Kikristo inakwisha. Ulikuwa na linaye na libakae, inakwisha because another power has come. Unaanza libakuda baada ya kulinaye. Mwanaume na ni moshongi ako na madent, ni mwizi ako na madent, unaweza kumwambia you're the most handsome guy I've ever seen. Na zile dent zimejaa, ako na mapimples kwa sababu ni mgonjwa ukimwi. Ako na mapimples zimetoka hivi, kila kitu mwili yake ni chaka, na analalaka kwa kichaka akiwinda mali za wenyewe, amekuliwa na mosquito mpaka amefura uzo mzima. Alafu naanza kusema hey, you're the man. I have never seen such a man. Hey, you're handsome. Oh my. You are tall, dark and handsome. Na unasema humwangalii, hutaki kuangalia sura because amekaa kama chura. Unaangalia zile pesa ziko hapo. Hello? You lose your control. You lose. Bwana Yesu asifiwe sana. You lose your control. He will manipulate you. Atakutumia venye anataka. Unamwambia no use, hatujapimwa, hatujafanya, tutumie condom. Anakuambia ya nini? Ya nini basi? Kwani uniamini? You don't trust me? You can't trust me? So you're trusting my money, you can't trust me. Unasema oh sorry, I didn't mean to hurt you. Sikutaka, I didn't mean to hurt you. Oh my darling. Na ni chura una kiss. Because you don't have money. You don't have your freedom. Kwa sababu ulijilegeza ukakaa, you want to be idle. Unataka kukaa tu kwa nyumba, upatiwe, ulishwe kama mfugo. You lose. I'm a victim of this. Niliishi hapa Mukuru kwa Ruben. Niliwekwa na mama mzee kuliko mama yangu. Na kwa sababu she had the money, she had everything. I did not have power. Alikuwa ananitolea nguo zake za ndani, ananiambia niende nikaoshe, ninaosha. Otherwise nitakosa kwa kulala. Na wakati nililete maringo kidogo, ananiambia nje, ulale hapo nje. Na anafunga gate kwa sababu kuna mageti zimefunganishwa hivi. Anafunga gate, alafu nalala hapo nje na nisikohoe. Nikikohoa na saa hiyo ametafuta mwingine ameweka kwa kitanda. Kesho anakutolea hizo manguo zake, anakuambia uoshe because you have lost control. You don't own yourself. My mother came to look for me. Alipokuja nikashika kikimama, kilikuwa kina ringos ni kama ngozi ya ndovu. Nikamshika hivi. Nikauliza mamangu, nikimuragia mtumia wako. Na mama mwenyewe alikuwa mzee kuliko mama yangu. Mama yangu alidrop chini. Ni ambulance ilimbeba. She recovered in Kenya after 3 days. Because I had lost my dignity. When you lose your ground, you lose your dignity. You become vulnerable. You will eat anything that they will give you. Huyo mama alikuwa na mwanaume kwa nyumba hapo, mimi niko hapo, wanakula ile chakula wamekula, wakibakisha napatiwa nikule. I didn't have any power. So that is why I'm telling you men. Mesikia mnaniangalieni wanaume. Ikwedo limogoko. Deda itoka. Mesikia? I want to see you driving a car here. Yes. Si kusema amen. Atiwede kwa nyumba naomba baba, unasikia venye apostle alisema? Alisema gari ikuje. Hapana. Kujeni na idea. I know how to get money. Kujeni na idea. Leteni men bring idea. I have. Hii kichwa yangu ni mzuri. Na sura yangu ni baya. Nikiingia ofisi ya minister pesa itatoka. Yes. Sasa nafikiria nikienda pale City House nisimame kwa gate niseme nataka kuona Ruto. Watakataa kuniigisha? Wasikia ni dola. Si niliingia hapa kwa nani, kwa Kedeki. Akasikia niko hapo, akasema
akaambia wale wengine tokeni kwa sababu tuondoe huyu. Nikaikia, nikaambia Kendeke venye mimi nataka haraka haraka nikashughulikiwa ndio niondolewe because I got favor. Hallelujah. I got favor. Yeah. Don't sit down and wait for these people to come and to torment you. Don't. Wasichana mmesikia? Hapa sitaki wazembe na mahoya maroko hoya wate nikomete muno. Siambi hiyo maombi hapa. Kuja na idea. Come with an idea uniambie nidirenda kuiga kawira gaka. Maombi hiyo ya kuomba nikuombea ati kazi yako sijui upate kazi. Mimi si producer wa kazi hapa. Umenisikia? Kuja na idea. I will help you that idea, nitaisupport. Nikiona ni mzuri nitasupport that idea. No mahoya dia kohoera ki upate kazi. Kwani niko na factory yangu? Kuja uge ujire nataka kwenda kujukua goza motuba nianze kuzungusha huko. Mimi nilizungusha goza motuba. That is why God has always blessed me. Nilikuwa nauza tu viatu tu mtoto, huyu mtoto mdogo. Nilipofukuzwa kwa sababu niliwekewa nguo zangu kwa paper bag huko baada ya that instant. Niliwekewa nguo kwa paper bag. Sasa nilirudi zero nikaanza zero. God reorganized me. Nilianza kuuza. Mzee jamaa mwingine tulikuwa tunasoma naye akanipatia shilingi 3,000. Nikaenda Gekoba nikanunua tu viatu za mtumba nilikuwa nauza. Ni ya mwana. Ni ya mwana kiatu maridadi ni ya mwana. Bei ya jioni ni ya mwana. Sasa unatoka nyumbani uko na viatu unasema leo nitauza 5,000. Unaanza nilikuwa naishi huko Mweki. Unaanza kupanda hapo Jiro, Kayole, Don Home ukipanda hivyo Kariobagi, ukianelea ni ya mwana saa 7 haujauza. Ni ya mwana bei ya jioni saa 8 saa 9 haujauza. Ni ya mwana. Ukitoka nyumbani ulipanga 5,000. Ikifika saa 8 ina drop inakuja 2,000. Ni target sasa yako. Unapanda saa 10 hujauza. Ni ya mwana. Sasa mpaka sauti imepotea. Hujakula, unatembea mguu. Ni ya mwana. Inafika saa 10, target inateremuka, inakuja 1,000. Ni ya mwana. Saa 12 haujauza. Bei ya jioni ya hasara, bei ya jioni. Sasa unatafuta fare. Bei ya jioni hasara, bei ya hasara. Hakuna. Unaenda kwa mama wa kioski unamwambia nataka kuacha hizi viatu zako hapa, nipatie 200, niende home, nitakuja kesho. Kesho unaenda home, unaenda mguu. Maana hiyo 100 ndio unaenda kununua waliogo na motura. Uende weke kwa masukoma, usikie umekula nyama. Kazi inaaguka. Kwa maana hautapata kurudi kukoboa viatu zako na hiyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. You must go through a process. You must allow yourself to be used by God, to be processed, to produce the CEO that you are. Because I can see tycoons. I can see business moguls. I can see people going to Turkey. I can see people going to China, Guangzhou. People going to Shenzhen. People going to Pakistan. People going to do very many things around the world. You are capable. You're not useless people. You're not hopeless people. You got the brain. Here, kwa masikio yako bili kuna kitu mzuri sana. You only need. Wakati huo mimi nilikuwa chokora, nilikuwa nimefugwa na mama, niliuza ya mwana. Right now I'm driving a car. Right now I live in Karen with them. Naishi Karen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, wakiendesha magari wakigurumisha Range Rover na mimi nagurumisha yangu. Yes. Wakipaki kwa petroli, kitajiri amepaki hapa, Rigathi akipaki hapa iweko mafuta na mimi niko kwa hii pump nyingine nikiwa na haekei mafuta imeandikwa Rigathi, ni mafuta imeandikwa diesel ama petroli. Tunakunywa the same. Hallelujah. You are entitled to the freedom, to the authority, to the fools of the world. You are entitled. You are entitled to anything. You are entitled to drive a Mercedes. And driving a Mercedes does not mean you are successful. No. You can be driving a Mercedes belonging to Equity. Yes. Yes. Na unakojolea watu kwa barabara. Na imeandikwa Kimani at the Equity. Na ni any time
Ukisikia kidogo kasimu kwa manager, drop the car where you are. There are people behind you, wapatie kifunguo. Because Equity imeona umeshindwa kulipa. Don't live large. Live within your means, but strive to get out of that mean. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tu kwa miguu yetu. Watu wangapi wamekasirika? Inua mkono wako juu. Leo nimeigililia wasa. Okay, yule amekasirika. Kuja tuambie umekasirika kwa nini? Wewe nguo nyeusi. Wewe wamekaa karibu na blue. Nimeona umeinua mkono wako umekasirika. Tuambie tu. Dieda hakuna kali ya moto. Umekasirika? Ama ukusikia vizuri? Basi shika sadaka yako kwa mkono. Leo nataka uende kwa mfuko wako, utoe sadaka ya kukuliberate. Leo ni ngapi mzee? Ni ngapi? Ni ngapi hizo? Ha? Ni kidogo sana. Ongezea basi, ingia kwa mfuko ongezea. Ha? Ingia kwa mfuko ongezea. Kuna 1000 nyingine hapo kwa mfuko mwingine. Huyu ni mtaida jamani, ni mganga. Huyu jamaa mnamwona hapa, babake ni mganga. Sasa yeye pesa zake uzifunga na njia ya kiuganga. Uzuri anakujanga, alafu lazima aweke coins. Nataka nikufundishe venye waganga ufanya. Lazima aweke coins. Aweke noti ya 50, noti ya 100 ikue, noti ya 200 ikue, na coins zote, denomination zote. Na amepanga kitoka nyumbani. Na hawezi kuweka pesa yake kwenye kikapu kama wale wengine. Ataziacha hapa chini. Ukimwambia yake kwa bahasha, hawezi. Kwa sababu uganga ulio ndani yake unamwambia hivyo. Lakini sasa hapa alikuja akapata, anashughulikiwa vizivyo. My brother. Yeye anauza miti ni dawa. Njoo nisalimie. Naomba pesa yako hii. Naomba nishike pesa yako. Naomba nishike tu. Simeon. Kuna 50, kuna 100, kuna 200 na kuna coins. Si unaona? Hawezi kubali kuweka pesa yake pamoja na za wengine. Si ndio? Hiyo ni kweli kabisa. Kwa nini? Yaani ni maumbile vile niliumbwa. Ni maumbile vile niliumbwa. Uliumbwa aje sasa? Tuambie maumbile yako uliumbwa aje? Yaani kwa binadamu tu unajua sasa kama umeenda hapa lazima kulingana. Unafanya kazi gani? Kazi yangu ilikuwa ya kuuza dawa za miti za kuuza dawa za miti. Za kunywa tu. Aliye kufundisha dawa za miti nani? Wale walinifunza walikuja aga. Ndio waliaga. Ikaenda hivyo. Walikuwa waganga, si ndio? Wakania. Waliwakuachia kipawa. Si umesikia? Aliachiwa kipawa na hao walioenda waliaga. Si ndio? Ni kweli. Ni kweli. Sasa walikuachia kipawa cha kuona, kipawa cha uponyaji, kipawa cha kutabiri. Waliniachia hiyo kipawa. Kulingana macho yangu vile niliona mbali na kulingana na ile uwezo na ile maneno walikuwa nayo. Mimi nikachukua hiyo mwenendo wao na nikaendelea mbele. Na ukaendelea mbele. Sasa uwezo unao sasa ni gani? Sasa uwezo wangu ule mkubwa ni kuvumilia kwanza, tukitarajia mambo makubwa siku za mbele. Ndio. Lakini sasa katika kipawa ulichokiachiwa kina nguvu gani ya kutenda muujiza gani? Kipawa yangu ile niliachiwa iko na nguvu za tumbo, kitu kama hiyo. Lakini sio mambo mengi. Sio mambo mengi. Kisha unamnenea maneno. Unamwambia wangwana wamesema. Hizi ni za mganga, wacha tukule. Asante babangu. Tulia pale.
Kwa heshima nikupatie kwanza. Hapa kuna moto mzee. Iguza basi. Aha. Shukrani. Unaweka hapo. Sasa simama hapa. Umefanya yako. Simama hapa na wewe. Sasa inua mikono yako. Amefanya zake na sisi tumefanya zetu. Umeonaje? Kabisa. Inuka. Shikamasha. Don. Anahitaji kwenda kwa huyo. Inua jibasha yako juu. Hela yako ishika juu, inua tu. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Na inua sadaka yangu hii na fungu zangu hizi na malimbuko yangu, na yainua mbele yako ya kwamba kutoka leo naomba ukanifungue, ukaniweke kwenye majira yangu, ukanibadilishia hadhi yangu, na kutoka leo nitafanya kazi kwa mikono yangu. Sema amen. Leteni saka zenu hapa. Wale wa 10% mulete hapa. Njoni tu, kanyaga tu kuja. Usitoe kiatu, kuja haraka. Unaweza kuweka huko, sio lazima mkuje hapa, hata huko mnaweka. Wengine mnaweka huko. Wekelea tu hapa kwenye madhabahu. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yes! So you can use me. I give myself away. Thank you, my brother. Hey. Thank you. God bless you. I give myself away. So you can use me. I give myself. Wale walilete shati, walilete, kama ulilete nguo nipatie hapa kwenye madhabahu. Kama ulilete nguo, wale waliahidi kulete nguo zilete hapa kwa ajili ya watoto hawa. Mulisahau? Kazi zako zote zifunguke. Mighty name of Jesus Christ. May God bless you. Myself away, so you. Hello, Aya, uko hapa? Yes, mama tu hapo. How is my son? He's doing very fine. Yeah, he's back to school. He's back to school? Yes. Okay, how is German? Wasalimie na Kijerumani. Praise God, church. My name is Mary. No, nimesema wasalimie na Kijerumani. Guten Morgen. Guten Morgen, Kirchen. My name is Mary. Ich komme aus Deutschland. Inaongea kweli? Ama ni wewe unaongea kifa? Okay, praise God. Praise God na Kijerumani. Simulienda Ujerumani mkatuacha hapa. Ongea Kijerumani. Praise God, church. Is Mary. No, ongea praise God ni Kijerumani. Der Herr und mein Sohn war hier letzte Mal, war er krank und jetzt er ist gesund und er ist wieder zur Schule. Ati wieder si shule. Vida si shule. Hata vile nitatamania kwenda Jerumani. Bwana Yesu asifiwe sana. It's worship, one worship. Inua mkono wako juu, mikono yako miwili. Let us do this worship.
nasikia kwenye anga imefunguka. Kuna anga imefunguka. Kuna watu destiny yao is being returned. Nyota yako ilikuwa imeibiwa, inakuja sasa. Unanijua vyema Bwana. Is that a worship song? Unanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Unanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, oh yes, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, oh wanijua vyema Bwana, oh wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wayajua mawazo yangu, wayajua tabia yangu, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Mungu muumba mbingu na muumba dunia, vyote viliumbika kwa kinywa chako. Ninakushukuru adhuhuri hii kwa ajili ya zaka hizi, sadaka hizi, malimbuko na fungu za 10. Wakumbuke watoto wako, wametoa kwa kusudi, kwa sababu ambayo wewe mwenyewe umewatia ndani yao. Najua vifungo vyote vilivyokuwa vimewafunga kutoka sasa vimeondoka. Kutoka sasa uzembe uliokuwa ndani yao umeondoka. Kutoka sasa ugumu uliokuwa ndani yao umeondoka. Na ninajua ya Mungu kwamba Mungu umetenda. In Jesus name, somebody say amen. Then we are going to meet at 3:30, exactly 3:30 for deliverance. We are going to take only 45 minutes. From 3:30 tutamaliza 4:15. Sawa? Ndio watu waende nyumbani. Kwa hivyo for those who are for deliverance, tunakuanga na class ya deliverance after the service. And for those that are going home, may God bless you as you go home. Remember, on Wednesday we have deliverance sessions. On a Monday throughout to Friday we have lunch hours that tunakuwa na miracle evening services from Monday mpaka Friday. Bwana Yesu asifiwe sana. Umebarikiwa. Salimia watu 3, 4, waambie thank you, God has spoken to me.